Kaniambia hapana, sisi ni kusupport tu wewe uhubiri vizuri, na ukikubali vile tunakwambia tutakupatia the first money tutakupatia ni $19 million. $19 million. Pulo ikainua juu, miguu ikainuka pamoja. Maana umekorogea? Ili ngoreo miguu 6. Hiyo ni drama, ni kama drama na ni usiku. Na watu nje wanaendelea na shughuli zao tu. Kuna watu kama 100 hapa wao wanaguza miguu kwa intense. Anaguza, anaenda, mwingine anakuja, anaguza. Hiyo naamini unapokea nguvu za Mungu kutoka kwa mtu ametembea mbali. Ni Mungu tu akupee nguvu ya kuhubiri. Imeharibiwa na false prophet sana. Ukijaribu kuambia watu hii wanasema haiwezi, hii ni kunini, wanaona kama ni kuporwa. Ndakugeithia we mwega mwiroreri wakwa. Maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibuni sana thini wa show ya muthenya wa umuthi. Na tutanakiambiriria show ni ngwenda ngurikanie uhoro wigie broti iria ngoretwo ngikwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing. Broti iria ndina cio haria Kithioko iria ndirakwenderia ciringi 160, na ni thengio muno ni undu wa aria mathiete na mbere gutwihoka, na ni ngwihoyaga tu murata wakwa gakwira atiriri wona kamugunda ta kau na wina opportunity yo wina mbeca tiga kurekaga gakuhituke tufroti takun twana ko ni muraririkana ngiambiriria kumwenderia ndamwendagiria nginya 90, na riu citionekaga cia mbeca icio. Riu iria turona ni cia 160 kana meri ma 50. Uguo you have this chance, na mugunda ucio ndigitie ndirona ta hena broti nyingi. Uguo ngikorwo ni ukwenda kubuka namba ya thimu ni 0715 99 9909 0715 99 9909, na onani ni ngwiraga no uhurie na 0724 333313. Undu ungi ni ati ni uhego mweke wa kuriha na installment, whereby ukaigirira deposit ya 50, balance ukariha na mieri 6. na ofici ni ngimira kwa ofici ya Tayari cikuria Thika building twitaga Mco Plaza building third floor room 302. Oho ni ngwiraga kambuni ya Tayari ni tuikarite nao o gwa kahinda kanene kuigana more than 5 years. Uguo ni kambuni ya kwihokeka tondu tutire toigwo icio yothe uhoro wigi title na maundu mangi maingi. So mwitikire ku invest na project ino. Undu ucio ngiguririkanie wewe hau na no wende gukorwo gitu join gwika courses iria twina cio. Gwiraga twina short courses, skill based courses, twina certificate, diploma, maundu macio mothe in film production, videography, photography, na hena video turaheana cia creative videography with AI, tukakuonia kuhuthira application cia AI, video cia AI, ku create video cio. Twina digital journalism, digital marketing, electric engineering, kureke gwire maundu mathiete magirite, wenda maundu ta CCTV installation, solar installation, electrical installation, maundu macio mothe twina muguku, na DJing, maundu maingi muno. Riu ungituhurira thimu kugerera 0724 333313 0724333313 ni ukuhota kuheo information yo yothe, tondu maundu macio ndagweta haha no manini, no tunyitana na mbeo ya thimu na mwikaribu sana. Na riu muthenya wa umuthi tukingire tafarine ya muthenya wa umuthi, na ho ni nyendaga kuga maundu maria agenia kwa maragia kana guest ya kwa maragia mukamenyaga ti murugamo wa Simon K na ti murugamo wa platform ino. Karibuni sana. Yes, good morning, good evening, good afternoon o kuria guothe muri ndore mwe guku Kenya diaspora. Nitomunyitogeni muno ni maritwa makwa ngetwo Simon K. Karibuni sana thini wa platform ino Ngai atuheire, ino njugaga ni Ngai watuheire nigetha tugakoragwo tugithoma maundu maingi muno tondu ni nyonaga ona andu magi comment makauga guku ni tuthomeire maundu maingi muno. Na riu mwe karibu sana muthenya wa umuthi, na muthenya wa umuthi ndi na mugeni wa Njerera, na rugano rwa muthenya wa umuthi reke ngwire hii ni ingine mwicici. Sasa unajua mimi Mkikuyu lazima niseme mwicici. Hii ni ingine mwicici. So karibuni sana mwe hau, na ndina ndungata ya Ngai ya Njerera igereire challenges ciganona maundu-ini maya ma spiritual, maundu-ini maya ma kiroho, na ni akwenda gucia rugano rwake na ithui, na ni ngwenda wikare hau wiigue nginya mapasta kana andu aria metitwo ni Ngai challenges iria mageragira magigakinyanira. Ringi mundu agathie kuinuka no tondu ni arageria kugerera njira ire yagirire, gwakorwo kwina andu angi nao matangenda kuona uguo magetha njira cia kumwiga atia cia kumunina kana kumuhoria. So karibuni sana na show ya leo, na John tafanya kwa lugha ya Kiswahili.
nigetha tugitikire andu othe mathikiririe maundu maria turenda kwaria. So mtumishi wa Mungu, yes, karibu sana. Asante sana kushika ugeni katika ishu. Asante. Nafurahia na nimeona ni kazi nzuri mnafanya hapa. Nimeshukuru sana kuwa hapa. Mimi ni mfuasi wako sana. Nafuata hiyo program, subscribe mkari sana pale. Nafikiri kila siku, kila wiki naona program zako zaidi ya 3. Zaidi ya tatu. Wewe ni die hard follower. Sasa ni die hard follower wa Saimo K. Na nimeshukuru sana kwa sababu ya ukaribisho ule tumepata hapa. Tunaamini ya kwamba itakuwa show ya ajabu sana. Amen. Tukikaribisha kila mtu ili asikie vile Mungu anafanya kazi na vile pia ametupea ushindi hata kama vita vimekuwa vikali. Ni kweli. Yes. Asante sana, karibu. Naweza taka usalimie mafans wetu. Asante. Waambie majina zako, then from there we continue. Asante. Karibu sana. Mimi nakukaribisha na ninawasalimia pia sana. Majina yangu ni Apostle Frank M. M ni Mbogo, mahali ambapo nimetoka. Pande za Embu. Nimeokoka na mpenda Bwana. Kazi ya kuhubiri nashinda nikisema naifanya nikiwa nimeokoka, kwa sababu kuna watu wengine wanaifanya wakiwa na mambo zao. Lakini mimi nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naongoza kanisa linaitwa Powerhouse Impact Church. Powerhouse Impact Church. Tuko pale Zimmerman. Hapo ndio Mungu ametuweka kwa wakati huu, kwa sababu imekuwa safari refu kutoka mahali ambapo nilianzia. Kama vile tutashare katika show hii. Hapo sasa tuko hapo kama 1.5 years. Na nimehubiri zaidi ya miaka 20 sasa. Full time. So hii miaka 20 ndio tunataka kujua imekuaje ndio tufike hapa tuko sahihi. Na inaamini ya kwamba watu watabarikiwa. Amen. Yes. Na nimeoa, niko na mke mmoja peke yake na sina mpango wa kupata mwingine. Najua ni poa kutangaza hivyo kabisa, kwa sababu unaona kuna mahali maandiko Biblia imesema kuna wakati ambao utafika mwanaume mmoja atahitajika wapeane jina yake. Atakuwa kwa wanawake 7. Wanataka wawe na jina moja hii ya huyu. Unajua ni kama tumefika hapo. Mimi nafikiri tumefika. Hata naona kama Bible iliona 7 lakini haikuona vizuri. Siku hizi wanataka kuwa 14. Unajua siku moja kwa Bible ni siku 1000. Exactly. Sasa labda 7 ilikuwa inamaanisha 1000. Lakini anyway ni poa kutangaza msimamo kabisa. Na by the way, when I have a man of God like you mwenye amesimama hapo na unatangaza unasema niko na bibi. Yes. Najua tumepitia kwa the right nini channel. Kabisa, na tunafanya ministry na Very true. Yeye pia ni part of the pastors kwa ile kanisa. Na in fact safari yangu ingekuwa ngumu ningekuwa peke yangu. Bila yeye. Amekuwa nguzo kubwa sana. Anaitwa Pastor Emmy Frank. Pastor Emmy Frank. Wow. Ingawa nafanya biashara na kazi zingine za branding na nini. Lakini kwa kazi hii ya Mungu bila yeye sasa naona kama ingekuwa ngumu. Kuna mahali niwaifika nikaona sasa I think sitaweza kupita. Ananiambia hapana, tutahubiri tena kwa jina la Yesu. Asante sana, nashukuru. Na sasa I think tutaingia direct kwa story yako. Na tutatangulia na kukujua. Tukuje kama tumeendelea hadi mahali umefika sasa hivi. Na before tufike tu hapo, at least tunaweza guzia watu kidogo ile sababu yenye imefanya ukuje hapa. Unaweza guzia tu briefly like 1 minute. Then sasa tuanzie safari yako. Asante. Nimekuja hapa kushare testimony ya kuonyesha kwamba mtu kwanza anaweza simama vizuri ndani ya Bwana. Na amidst kukiwa na hizo challenges zote za temptations za kutoka kwa neema ya Mungu, mtu anaweza simama. Number 1, nataka pia kuexplain kwenye hii show vile kuna wakati nililetewa pesa ambazo ningezikubali. Sidhani kama ningekuwa na wewe hapa leo. Uliletewa na nani? Kupewa ndio ni wachane na ile kazi ya kuhubiri ambayo nafanya. Na ni pesa mingi zaidi ambazo zingenunua destiny yangu. Walitaka kununua destiny yangu ambayo ni ya kuhubiri na kuombea watu. Na wakanipea conditions. Nikikubali hizo pesa nitakuwa sasa mimi nimeomoka vile wanasema. Lakini kuna conditions za kukua sitakuwa nafanya kama nitachukua hiyo pesa.
What do you mean? So na pesa hizo zilikuwa nyingi zaidi, madola mamilioni na mamilioni. Okay. Na ilikuwa zaidi ya miaka 15 iliyopita. So ningekubali hiyo, nafikiri ningekuwa sasa nimeomoka sana. Okay, lakini usiniambie tulikataa hiyo pesa. Sasa ukiniambia ulikataa hiyo pesa, sasa shida itatokea hapo bro. Sasa shida itatokea hapo kwa sababu Simon itakataa. Juwezi niambia ulikataa pesa na umeniambia hatungekuwa na wewe. Wacha hivyo za hiyo napewa hata rent kulipa 1000 ilikuwa shida. Na ukakataa pesa. Na nilizikataa. Na nilikataa kwa nini nita explain. Okay. Na mambo yaliyofuatia sasa after that wakati nilikataa ndio ilikuwa mazito zaidi. Na ndio tutakayo kwa tukiongea kwenye hii show. Mwana waliweza kupiga kanisa letu, kanisa letu likachomeka. Tukachomoa kanisa ilikuwa kubwa ya 400 seater tent, ilikuwa Dagoretti Corner. Na hiyo ndio vitu sasa ambazo nitakuwa niki-explain hapa. Okay. Na vile Mungu alinisaidia kanituma nje ya India, nikaenda pale kuhubiri mwezi mzima. Okay. Na vile nilirudi na vile nilifuatwa na hao false prophets. Okay. Wakitaka nikae chini yao na kuniambia vile nitafanya kazi, sasa usiendelee peke yako. So false prophet ndio walikuwa wanafanya hizi mambo zote. Nafikiri hivyo kulingana na vile sasa nimekuja kujua, ninaona ni wao. Ingawa unajua wanajificha, unaweza fikiria ni fulani anafanya ama ni landlord amekufukuza ama ni neighbor haikutaki. Okay. Lakini vita yote ni ya kiroho. Ya kiroho ilikuwa inatoka huko. Wow, that's good. So yes. I think tutaanzia sasa kutoka pale mwanzo. Yes. Ndio sasa hadi tufike hapo. Asante. Sasa mimi kama vile nimesema naitwa Frank, Apostle Frank. Lakini jina yangu haswa ni Francis Mbogo. Francis Mbogo. Lakini watu wengi walioanza kukata jina yangu wa Francis wakaanza kuniita Frank. Okay. Nikajipata ninajiita Apostle Frank. Okay. Na ikashika na ikakuwa iko hivyo. Nimezaliwa mahali panaitwa Embu. Mahali pa kijiji fulani inaitwa Nembure pale. Okay. Nimezaliwa pale na nikalelewa hapo na nikasomea hapo. Na ninasikia nikiambiwa na wazazi wangu ati ile mwaka nilizaliwa ndio nyumba yetu iliokoka. Iliokoka. Babangu aliokoka mwaka huo. Okay. Wakati huo. So ninaonanga kama mimi nilikuja na Yesu kwa hiyo nyumba. Definitely. Walizaliwa na wakaokoka. Wamebeba wokovu wa hiyo boma. Yes. Na wameokoka mpaka leo. Nyumba mzima yetu yote imeokoka. Okay. Kutoka wakati huo. Na kwa hivyo nikakuwa raised pale nikiwa kati ya watoto 8. Okay. Baba yangu vijana 5, wasichana 3, ambao kwa neema ya Mungu wako wote leo. Amen. Wazazi ndio wametangulia kwenda mbele zetu. And so nikasomea pale primary, nikiwa class 3, hiyo nikiwa 9 years. Okay. Ndio wito wangu ulifika. Nikaanza kusikia wito wa kufanya kazi ya Bwana. Na nilijua kwa sababu ya kuwa nilikuwa napenda mambo za kanisa na kupenda mambo za Mungu sana. Okay. So ningejipata kila wakati niko kanisani. Hata ukiwa mtoto. Nikiwa mtoto wa class 3. Okay. Nilianzia hapo. Kupenda Mungu. Nikifika kanisani Sunday school, tunafaa kumaliza tuondoke sisi twende nyumbani, lakini nakataa kwenda. Na ngoja ibada hii kubwa. Ya watu wakubwa. Okay. Nika mtoto kadogo hapo bado niko pale. Ikimaliza my father alikuwa mzee wa kanisa pale. Okay. Anangoja mkutano ya wazee, pastor nini. Kwa hivyo anamaliza mkutano kama saa 10. Okay. So kila siku mimi naingia kanisani saa 2 asubuhi, nilikuwa natoka saa 10 za 11. Nimekakuwa mtu wa kanisa na kupenda mambo za kanisa. Kukiwa na ubatizo unakuta ni mbali sana na beba na babangu, tunaenda na baiskeli mpaka huko. So mimi nilielewa kwa njia hiyo, nikiwa hapo nikaanza kusikia wito wa Mungu, naingia na kupenda mambo za Mungu, kupenda kukaa kanisani, kuanza kufunga wakati huo nikiwa mtoto mdogo, fasting and prayer. Okay. Na babangu akaanza kuona kuna kitu hapa. Siku moja mamangu aliwaambia, mimi niko na watoto wengi lakini niko na mmoja hapa. Huyu Francis, alikuwa ananiita Francis. Francis naona ni mtoto wa kipekee na wewe utakuja kuwa mtumishi wa Bwana. So nikaguru hivyo, nikamaliza primary, nikachukuliwa secondary pale, nikasomea tu pale Embu Town. Na nikiwa form 2 ndio nilianza sasa serious kuhubiri. Nikaanza kuwa mhubiri wa kuhubiri sasa kwa Christian Union. Primary.
nikiwa secondary. Okay. Nikiwa secondary ndio nilianza kuhubiri. Pale primary pale naombea watu, naona Mungu anaponya watu. Uogopi. Unajua high school venye walikuwa na moku. Wanaburi watu sana. Nilikuwa naitwa pastor lakini sasa wewe leo ukiniita hivyo ilikuwa ni vita. Mimi nilikuwa naitwa pastor pia wakati huo na nilikuwa nasikia kama, lakini mimi sasa nilipofika form 2 kaanza kuhubiri. Sasa nikaanza kupenda hiyo jina. Nilipenda hiyo jina sana. Baada unajua hiyo jina ilifanya nivute bangi nikiwa high school. Uongo. Ndio watu wasikie na nanuka bangi sasa. Ndio jina hiyo iondoke. Wewe ni Jona. Kutorokea wito ama Mungu akakushika akakuleta hapa. Ndio ukue unatusaidia kama saa hii. Sasa imagine ungeendelea na hiyo bangi. Sasa ningekuwa wapi? Ni influence ya watu. So hiyo ninaona mimi si kuitwa pastor sana, lakini nilipenda kuhubiri sana. Okay. So kuanzia form 2 nikaingia kuhubiri. Form 3 nikakuwa official wa Christian Union. And pia nikachaguliwa kama school captain nikiwa form 2. So nikawa naonyesha leadership qualities na hata mwalimu siku moja and chaka niambia, Francis, since you started you became a school captain. Shule yetu imeendelea vizuri sana. I don't punish people. Sioni nikisukuma watu, sioni nikipiga watu. Maana hiyo ni wakati wa kupigwa, tulikuwa tunapigwa sana. Na mwalimu sasa akasema discipline imeenda juu sana kutoka uchukue. Yeye akaconfirm na akanipea certificate ya kusema leadership qualities zangu ziko charismatic sana. So nikaona leadership, nikaona hiyo inatayarisha kitu. So nikamaliza hiyo miaka ya high school na nikakuja Nairobi. Na nikaingia kama kawaida kusoma college, nikaingia School of Monetary Studies. Pale nikaanza kufanya banking and financial services. Nikuwe banker. Nikasoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nikiwa mwaka wa pili Mungu akatuma nabii. Manabii wakatumwa wawili, mmoja alikuwa wa Kangemi, mwingine alikuwa wa City Center. Nikamwambia enda uambie kijana huyo anaitwa Francis, mwambie kusudi langu kumleta Nairobi si kusoma. Ni kuhubiri. Na hiyo ilini traumatize, maana nilikuwa kweli napenda kuhubiri. Ningetoka lecture class mimi nakimbia town kufanya preaching. Kuna pastor mmoja alikuwa town na ni rafiki yangu sana mpaka leo. Anaitwa sasa anaitwa Bishop Charles Kioi. Charles Kioi. Alikuwa na ministry pale town na bando alipata moto, kanisa yake ilichomeka pale Mfangano Street. Alinipenda sana nikiwa kijana. Alikuwa ananipea rancha ya wiki mzima. So mimi nitafika college wiki hiyo? Siwezi fika college, mimi naenda kuhubiri. Na hubiri wiki mzima, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Namaliza na so nikaanza kusikia wito yangu inakuja namna hiyo. So akasema nitoke college nianze kuhubiri, nikakataa. Lakini Mungu aliaffect nyumbani. Pesa. Kwenyu. Kwetu. Sasa mzee akaanza kuwa hana pesa. Na unajua mzee ni mtu amekuwa na pesa sana. Kwa sababu miaka ya 90s ndio wakati kahawa ilileta pesa sana. Na wakati pesa zilikuja sana, mzee alikuwa mmoja wapo wa great farmers in Embu. Na hapo ndio milioni za kwanza ziliingia kwetu. Milioni? Kuhusu milioni? Bro, yani dynasty wewe. Sio mimi, yani baba. Baba yangu alikuwa anashika mamilioni hiyo time. Una imagine kwa sababu kahawa ilitoka na rate ya 100 na tulikuwa tumefanya kahawa ya zaidi ya 20,000 kilos that time. So rate ya kwanza ilimpea like 2-3 million in the 90s. Mzee akaomoka. Akakuwa na pesa. Sasa tukakuwa tunalima kahawa, tunalima zile miwa kubwa, tuna mandizi na tuna ng'ombe za great. He was a great farmer. Anajulikana Mr. Mboko, anajulikana Embo sana kama mkulima mkubwa sana. So pesa zikawa zinaingia. Kama miwa peke yake ingeleta zaidi ya 1,100 kila wiki. Every week. In a week. Anafanya 100k plus. Juu alikuwa na miwa mingi zaidi na ilikuwa inatoka pesa, ilikuwa inapendwa sana na watu wanauza hapa Embu town. So wakati Mungu ananiambia unafaa kuhubiri na nakataa, Mungu alianza kupiga kule nyumbani. Mzee akaanza kukosa pesa. Pesa zikaanza kuisha, sasa akaanza kuwa ni kama sasa hata ile plot alikuwa amenunua nyingi zingine akaanza kuuza. Na ikakuwa ni very abnormal. So ilibidi nikae nje ya college 1 year. Na wakati mwaka mmoja iliisha nikiwa Nairobi, nikarudi kwake tena. Nikamwambia mimi ningetaka kurudi college. Akaniambia nitakurudisha lakini sio hiyo. Hiyo ni expensive sana. Imenikula pesa zangu sana. So akawa ana resist
kunipeleka shule. Nikaona hii ni ile sauti ya kusema ni ubiri. Akaniambia nikuje Nairobi nitafuta college nyingine. Mimi sikuwa na interest ya college nyingine. Nitaka kufanya banking. Niwe banker. Akakataa na mimi nikasikia sasa ni kama nimeanza kushindwa. Okay. So niliporudi Nairobi, nimerudi sasa kwenda sasa maombi. Nisikie Mungu anasema nini. Nikaingia Katoroni. 2003 ndio niliingia Katoroni mara ya kwanza. Nikaanza kuchapa maombi pale, nikafunga sana. Bado nasikia Mungu ananituma kwa ministry. Bado niko kwa kanisa pale Deliverance Church. Sasa kutoka hapo unaombea nini? Naombea hii calling na ninaomba pia mzee apate pesa anirudishe college. Niendelee kusoma nikihubiri. Nitahubiri sikatai, lakini nisome bado niwe na certificate hizo, niwe banka, nifanyange kazi, ni support hii kazi. Kwa sababu nilikuwa nafikiria mtu anafaa kuwa anafanya kitu kingine tofauti hata kama unahubiri. Lakini watu wameitwa tofauti, Mungu hakutaka hivyo. Ni kweli. So unaombea sana ministry, niko kijana mdogo na nikiwa 24-25 years nikaenda nikaregister church. Okay, aya. Yeah, nitairegister na sijaanza. Sasa hizo wewe tu ni kijana barubaru. Ni kijana barubaru. Wasichana wewe unaona kanisa. Mimi nikafikiri labda napigwa kwa sababu ya ile sauti nilikataa ile. Okay. Nikajitupa kwa Mungu. Nikaanza kusoma hizo vyombo, kucheza gitaa, kucheza keyboard. Na nikaregister ministry kule kwa serikali. Okay. Nikapewa license. Na ilikuwa ngumu sana. Nikiwa na 23 years. Nikaregister hii church. Nikaenda kwa pastor nikamwambia nimeregister church na unaona aje? Pastor akaona sasa wewe niachilia immediately. Maana ni mimi naongoza uimbaji pale na mimi niko kwa vyombo, keyboard nini. So ili nichelewesha kama karibu 1 year. Okay. Pastor akijipanga. Nikamwambia ina shida nitatrain wengine hapo nitawaacha. Pastor akasema hawezi. Kwa sababu worship ilikuwa inasaidia sana kanisa lake saa hiyo. Lakini after 1 year alinikuta Katoroni nikiomba. Nikiwa kwake tu bado. Nilikuwa nimeenda kufunga maana nilikuwa ninaenda Katoroni kama once a month. Wiki moja, wiki mbili, wiki moja, wiki mbili, wiki moja, wiki mbili, kila mwezi kuombea hiyo maana mimi nimekuwa mtu wa prayer kutoka kitambo. So akanikuta akaniambia na kuna kitu uliniambianga last year, nikamwambia nilikwambia nataka kwenda kuhubiri, nataka baraka yako. Akaniambia sawa, nitakubariki Sunday. Unamaliza maombi lini? Sunday. Kuja Sunday. Nilikuwa toka Sunday mapema Machakos Katoroni. Nakuja, nikakuja akaniita pale mbele akasema kuna kitu nataka kuambia kanisa kuhusu huyu kijana wetu wa keyboard. Watu wakafikia ni kijana anataka kuintroduce msichana wa kuoa. Anapata. Maana walikuwa naitwa hivyo kuja kijana, alafu nikiwa pale mbele akitangaza sana anasema msichana amepata msichana pale. So watu wakafikiria mimi nimepata msichana. Instead akasema huyu mnamjua amekuwa hapa kwa keyboard na angetaka sasa kwenda kuanza kuhubiri na 1 year ago register church. Na ikaenda through. Na angetaka tuone sasa ninataka kuwatangazia officially tutambariki wiki ijayo. Kwa hivyo mimi nilipewa 1 week ya kwenda kujiandaa nikuja nibarikiwa, akanibariki na sadaka kidogo hapo. Sadaka ya kwanza kukula mimi nilikula ya pastor ya my spiritual father. Na nampenda sana. He is a good pastor. Alinibariki na nikaenda kuhubiri. So nikaanza ministry na nikaanza ministry pande ya Kawangware. Sasa hiyo niko na 24 years. What? Yeah, nikaanza kuhubiri pale, ikakuwa ngumu sana. Lakini Mungu akaanza kunionyesha ishara za kuponya watu. Maana mimi nilianza kuombea watu wakipona kitambo sana. Ministry ya healing ilianza kitambo. Lakini sikuwa nimeiona kwa njia kubwa. Mimi hata vitu za kwanza kuombea zikipona sikuzijua. Okay. Nilikuwa naambia watu juzi, mimi mtu wa kwanza kuombea na kupona alipona fistula. Fistula. Mimi sikujua fistula ni nini. Unajua fistula nilikuwa kujua miaka 2. Baadaye 2 years later ndio nikuja na hii fistula ni nini. Aliponya fistula hapo, mama moja alikuwa na hiyo fistula akaponya permanently. Akasema amepona fistula. Sasa naaibika, nitamuuliza ni nini. Ni nini hiyo? Nikaaibika kumuuliza. Wewe unasikia inakaa jina poa fistula. Inakaa kama jina imeokoka. Lakini hakuna, ni ugonjwa mkubwa inasumbua watu. So Mungu alianza kuponya wakati huo. Na mimi nakumbuka sasa hapo ndio vita ikaanza. Maana hiyo Mungu kuponya watu na kutembelea watu pale ilianza kunipa conflict na churches, neighboring churches. Okay. Ambao walikuwa hapo next. Na siku moja nakumbuka tukiwa tu tunahubiri hapo. Sasa nimehubiri miaka 6. Nilihubiri like 6 years nikiwa single.
ndio nikaoa. And wakati my wife amekuja, tukifanya revival siku moja, niliona kwa email yangu, ile ya uza kitambo. Email. Ile ya Yahoo, ilikuwa Yahoo wakati huo. Ona email. Ya nikakuta kwa email nimeandikiwa pale. Kusoma nikaona ni wamesema as we fund churches, sisi tunasaidia makanisa na tumekufuatilia sana. Tumeona unafanya kazi nzuri lakini unateseka sana. Ilikuwa ukweli, nilikuwa nateseka sana. Maana hata sidhani kama nilikuwa na nyumba ya kukaa wakati huo. Na tumeona tukusaidie kuhubiri. Nikaita my wife nikamwambia naona Mungu huyo tulikuwa tumeomba kama amekuja, ni kama Mungu amekuja sasa. Na tumemkoja sana, naona Mungu amekuja. Hebu kuja usome. Akasoma akasema zini inaweza kuwa mzuri hii. Hebu aulize ni how does it work. So nikauliza, yes I'm interested. How does this work? Kaniambia hapana, sisi ni kusupport tu wewe uhubiri vizuri, na ukikubali vile tunakwambia tutakupatia the first money tutakupatia ni $19 million. $19 million. Pulo tu tufanye conversation tuone hizo ni pesa ngapi. Tufanye conversation tuone. Hapo nitakuwa na kitu kama 1 billion. Ikienda kwa pesa, wacha nikwambie bro imekataa kutoshea. Si kutoshea. Kuna possibility wengi wetu tutaishi kwa hii dunia, tutaishika. Hata mimi nilikuwa nimeona siwezi ishika tena kama si wakati huo. 19 umesema 19 million, lakini ongeza dola 1 2 3 in USD in cash. Hoi my lord, itakuwa bilioni karibu 2. 2.47 billion. Yes. Hii ni deal zinapigwa na president. Exactly. Si watu wa kawaida. Na unajua mimi sasa nikashiuliza, hiyo pesa si ni mingi sana, wanataka kunipea pesa mingi. Sasa wametoka wapi? Sasa unajua mimi si wajui. Kwa interesting, wacha nikae vizuri. So umetumia tu email. Ni email zinaingia. Na sio scam. Haiko scam. They were very serious. Okay. Si unaona unasema unakujua na unahubiri, naona unahubiri kwa Slum in Nairobi. Na tumefuata na tumeambiwa unateseka sana na unafanya kazi lakini unateseka sana, na ni kanisa unafanya. Na sisi tunafanya saidianga makanisa ile inateseka. Si unaona ile njia wamekuja nayo. So nikafikiri hii ni chance mzuri sasa ya kufanya ile kitu nimetamani 2.47 billion. 2.7 2.47 2.7 2.47 B. Yeah. Acha nikwambie bro. Sasa naongea vibaya lakini kuna hizo pesa bro. Hizo sasa ndio pesa nilikuwa napewa nikiwa na miaka 24. Alafu so I was of course interested, si ndio? Tukakuwa interested na hata nikamwambia my wife akaanza kwanza, tukaanza kushukuru, lakini wakati unajua unaandika email inakaa kama siku 2, unaenda unaangalia inbox wamerudisha. Nikamwambia I'm interested, hii pesa inaweza nisaidia kufanya kazi mingi, niache kushinda nikistruggle, we can buy church plot. Nilikuwa na mpango ya kuanza TV, nianze TV yangu nini, nifikie watu, niweke children's home. Sasa unaanza TV ya nini? Nilitaka kuweka TV ya kuhubiri. Hizo pesa si unapewa bro, unaenda Mombasa unakuwa unashinda kwa. Ni mingi sana hizo pesa. Haziwezi isha. Hata huwezi. Lakini kuna sasa hiyo itanipea njia nzuri ya kuhubiri injili. Nienze kuenda kwa television, nitangaze mahubiri zangu kanisa nini. So nifikie watu wengi. Tukiendelea kuongea wakaniambia lakini kuna condition. Okay. Sisi tulikuwa tumeshakubali tukiwa na my wife atupe. Lakini wakasema si ati tunakupea tu, kuna condition. Nikamwambia condition ni gani? Condition wakaniambia tumeona unaombea watu sana. Na kuombea wapone, sijui nini, unaombea uponyaji, unaombea wajazwe na Roho Mtakatifu, unaombea mambo mengi ya serious. Tungetaka upunguze hiyo seriousness. Wacha kuombea watu, sisi tutakuonyesha vile utaombea watu. Nikashindwa watanionyesha kuombea watu aje. Ingine ni kuhubiri. Uko serious sana. Mahubiri yako iko serious sana. Tutakuonyesha vile utahubiri inspiration. Inspiration message
na motivate watu mambo ya maisha. Sasa ukiwa na pesa, si utaanza kuambia vile watu you have made a lot of money ukiwa mdogo, ni God man. So ani kunywa maji kwa sababu hiyo story. Kunywa hapo kuna hau hena ngundo. Inaitwa ngundo horo. And so don't be so serious. Wacha kuwa serious sana na mahubiri. Kwa hivyo usiongee mambo ya damu ya Yesu sana. Usihubiri mahubiri deep. Wewe hubiria watu mambo ya inspiration na mambo ya motivation na vile ambavyo wanaweza kuendelea kimaisha. Usikuwe serious sana hivi. Na ukifanya hivyo, sisi tutaanza kuwekea hizo pesa immediately. Nikamwambia hapana, mimi ningetaka mnipatie support, mimi niendelee kufanya vile mimi nafanya mimi. Akasema hapana. Hapana, sio hivyo. Lazima tutakufuatilia na lazima utaingia Bible school yetu tukuonyeshe vile. Hata hapo ndio nimesikia sasa kuna Bible school zao. Sikujua. Akaniambia kuna shule tutakupeleka tukuonyeshe vile utafanya hizi vitu zote. Kuombea utaendelea kuombea watu vile tutakuonyesha. Kuhubiri utaendelea kuhubiri vile tutakuonyesha, na hii maombi mingi unafanya wewe unapunguza, alafu wewe unakuwa mfanyikazi wetu. Nilipoonyesha my wife hiyo kitu, aliniambia sasa ni devil worshippers. Si kitu kingine. Sasa unataka kufanya devil worshippers sasa. For real? Na aliniambia hivyo. Na akaniambia sasa hapa ni tutoroke. We decline this. Okay. So niliwaandikia decline, nikamwambia hapana, mimi nimelipia gharama ministry. Kumbuka sasa nimehubiri kama 5-6 years kwa full time ministry na nimeteseka sana. Bado sijawahi toka mahali nalipanga 3,000 rent. Hujatoka kwa blog. Sijatoka kwa hiyo kwa church sasa, church 3,000. Bado niko pale. So nikawaandikia decline, nikamwambia sitaweza, nimeshindwa. Wakaniambia sawa, ukishindwa na wewe jiandae, kwa sababu tutakufuata sana. Na safari yako itakuwa ngumu. Ndio kuchukua tu pesa. Wakanipa vitisho. Lakini wewe usifanye venye nakwambia. Ingekuwa ngumu. Unajua ni vitu unasainingi pale. Kuna forms zinafuatana. Wenye mnapeananga hizo pesa, nitafuteni tafadhali. Ningekuwa nitachukua lakini sitafanya hivyo. Lazima watakufuata ufanye. Condition yao ni kufanya vile wanataka. Na ukikataa hata watakuua na watakumaliza. For real? For real. Because the money they are giving you has a condition. Ate unachukua hii pesa ili ufuate masharti yao. Okay. Masharti ziko. Na nilisikia bado kuna musician fulani alisema ni gospel artist, alikuwa amepewa deal kama hiyo. Yes. Na akaambiwa kutoka saa hizi kama unaingia kwa hii deal, nyimbo zote utakuwa unafanya, usitaje jina Yesu. Exactly. The condition. So ukitaja, it's now another punishment. Na ujui punishment inaweza kuwa gani. Na nikaona vile wanakaa kama wako very serious, punishment yao inaweza kuwa very very serious. Of course kwa tunazikia watu wanapewa pesa na ukataka kufanya vile wanakuambia hata wanaweza kukuua. So ni watu hata hamko ipatana nao ama ujue. Sikuwaipatana na wao kwa sababu sasa ni decline. Okay. So ningekubali sasa ndio wangeanza kuintroduce ya kujuana, kujua ni akina nani. Mpaka leo mimi sijajua watu walikuwa akina nani. Nilisikia vibaya mpaka nikafuta hiyo email. Nisiwaiona hizo emails. That's why leo sina hiyo evidence ya vile kulitendeka. Evidence is my wife. Okay. Nika decline na wakasema kwa sababu decline, ujiandae. Tutakufuata na make sure utaacha kuhubiri. Kaambia mwezi sifanya niache kuhubiri, si nyinyi nahubiri. Wakasema tukufuata. So nikiwa nafanya mikutano zangu, siku moja nimemaliza revival hizo za watu wachache. Tunaongelea watu 20, less than 20, 30 people less. Nilikuwa nafanya program za healing bado, lakini si kwa ukubwa kama vile nazifanya siku hizi. Nilikuwa nafanya tu revival meetings. Nilipomaliza nikiacha assistant akimalizia ibada, mimi natoka natembea, maana I was still walking. Kama saa 1:30 niko na my wife tukitoka, tukakuta the pastor hapo nje, the pastor next church. He had a very big church, sitaitaja jina, very big church. Na singe expect kumuona akitembea, maana ni mtu ana magari, mtu ana mabodyguard, security, you know. These are big pastors. Nilimkuta nje ya church yetu. My wife kaniambia, "Si ni pastor fulani huyu?" Naongelea Kawangware, watu wa Kawangware wanaona hizo watakumbuka nilikuwa Kawangware mahali panaitwa Shugoine. "Si ni pastor fulani huyu? Na anafanya nini hapa? Anaangalia kanisa yetu ilikuwa mahali first floor,
anapiga kidole hivi, anauma, yani anaonekana kama kuna kuapa anaapa. Nikauliza mahefu tumuulize ama tu, akaniambia hapana. Sasa hiyo tumejazwa na nguvu za Mungu sana, tumeacha watu wakijazwa na Roho Mtakatifu wanaongea ndimi huko kanisani, sisi tumechomoka tukaacha pastor akimaliza. Na hiyo kitu ikatusumbua sana. Saimo after that hatukukaa Kawangware more than 3 months. Tulitoka. Okay. Walileta vita kubwa sana, Rand Road pale, akaanza kusema ataongeza rent. Pale sasa kwa church. Na ujue sasa kulipa 3000, maana nilikuwa nimechukua hiyo hall. Kahoro kandogo tu, nilikuwa nalipa Wednesday na Sunday. Mimi sikuwa nimeichukua full time, sina pesa. Okay. Akasema angetaka hiyo hall tuichukue full time, kama sio hivyo tuende yape watu wengine. Nikahoa tu kabaya wewe. Akakuwa na dirisha, akakuwa na nini. Na sasa akasema tuonge. Tukamwambia sasa unaongeza saa hii hata hatuja. Hapana, akasema anatupea chukua hall full time ulipe 15,000. Okay. Kama sio hivyo sisi tutafuta watu ambao wanataka kuchukua hii kitu full time, maana kutoka uingie sifanyii kitu hapo. Tuliposhindwa ilitobidi kutoka. Nikaanza kuona kama vita ile tuliambiwa imeanza. So tulienda kutafuta tukatafuta mahali pa kuweka kanisa hili ya Kawangware, tukakosa hall. Hall zote zilikuwa 15-20. Tukaona mahali tutapata hall ni Karen. Pastor wangu ndivyo aliniambia. Ndio hao tukaenda mpaka Karen tukaanza kuhubiri huko na tukapoteza kanisa nusu Kawangware, wakashindwa kufika Karen. You know hiyo distance ni refu sana. Tukaenda Karen. Tukaweka kanisa yetu ya makaratasi pale, mahema zingine zimechapa wewe. Niko na passion. Nikaweka hema, sasa nikakosa hema ya kuzungusha, maana nilikuwa nimenunua tu ya kufunika juu tusinyeshewe. Sasa nikazungusha ile karatasi ya black. Nikaanza kuhubiria hapo. Kanisa ikawa na impact kwa sababu tunaombea watu, na wale watu wa Karen ambao ni domestic workers, watu wa kuuza sweets, macleaners, wa nini, hawakuwa na fit kanisa zile kubwa Karen. Wanasikindanga huko, nasikia this is high class church. Watu walifiti kwetu. Okay. Tukaanza ku make impact tena pale. Mungu akatubariki, akatuinua, na hapo ndio vita iliendelea kubwa sana. Okay. Kwa sababu pale sasa Karen, wale wanajua Karen ni community yao haipendi noise, one, na kuna wachawi sana Karen. Karen kuna witchcraft sasa high tech. Ile ya matajiri. Karen hata noise uwezi, hata umbu haifai ku make noise. Karen. Watu wa Karen wanajua. So the noise we started there kuhubiri asubuhi morning glory na speaker na kuhubiri jioni, raja watu tulikuwa tunaruka jioni, wakawa hawaipendi. Kwa hivyo kila Saturday wanaangusha hema yetu. Every Saturday wanakuja wanaitoa wanaweka chini. Literally tu. Na sisi tunairudisha, tunahubiri Sunday. Weekend tena wanafanya hivyo. Mara ya mwisho walikuja wakashika yote nyumba wakaangusha chini. Tukienda tukakuta after kuhubiri asubuhi tukaambiwa kanisa letu lichukua chini. Limerara flat. Na unajua ni tule tumiti wiki si hata nini. Nilisikia wakati huo washirika wangu wakiniambia, kuna marafiki zao wenda hizo makanisa kubwa hapo, pastor amesema hataki kuona kioski Karen inajiita kanisa. Hizi kuna makanisa mengine inakuja huku inajenga huku tuma kioski na tutaruhusu hiyo makanisa ikae hapa, watu wataenda. Hiyo ilituletea shida sana, kwa sababu sasa tutastaki, tutapelekwa kwa PC, tukiwaambia kwa nini mmetuangushia church. Tukaenda kwa PC wa Nairobi sikio, tukaanza case tukitaka hii kanisa irudishwe. Tumepewa kiwanja ya Kanjo pale Karen. Tuka case wakaniambia hata kama utarudisha na wewe uachane na kuhubiri na sauti. Na mimi kuambia ziwazi acha kuhubiri bila vyombo. Ikakuwa vita kubwa sana. Wachawi wa Karen sasa wakaamka. Siku moja walionekana pale kanisani. Kuna mchawi alikuwa pale kwa Karen Market. Anachukua vitu nitambogo, anaokota chini vitu amekuja nazo kwa mkono. Anapiga kanisani kwa hiyo hema. Okay. Maana niliposikia kioski niliambiwa tujaribu sana tununue basi hema nzuri, labda watatukubali huko. Tukaanza kuchanga, watu wakaanza kuchanga 1,500, kila mtu anaenda kwa nyumba yake anauza kitu. Watu waliuza mabaiskeli na mameko za nyumba. Mimi niliuza vitu zote za harusi nilipewa. Mpaka carpet, mpaka radio, home theater, kila kitu nikauza. Nikapaka kila kitu tukapata hema. Hema decent, ambayo ingefitu watu kama 300 ndani. Na tukaiweka pale, nikafikiri sasa vita itaisha.
Ndio vita iliongezeka ndugu yangu. Lakini kumbe vita nyingi sasa itaanza hapo. Okay. Maana tulifikia sisi tutamaliza hiyo vita. Na kweli nikapunguza mimi sauti mingi. Nikaambia watu kwa sababu tumepunguziwa sauti kuhubiri na microphone, tuache kuongeza sana. Tufanyeni hivi. Tuombeni bila vitu. Tuombe Mungu bila sauti. Tukaanza kufunga sasa kuomba twice a week. Every Wednesday, every Friday tuko kesha. Mukesha kuomba peke yake, hakuna mahubiri, hakuna nyimbo, ni kuomba. Wednesday ni kuomba, Friday mpaka Mungu tuone atafanya namna gani. Na huyu mchawi alikuja siku moja, ambaye alikuwa hapo, akakuja akachukua vitu hapo, akaanza kusipuliza. Mchawi wa ukweli ama ni mtu tunajua wa hapo, hatukujua ni mchawi, lakini unajua Karen kwa matajama ni alikuwa na biashara kubwa sana hapo Karen. Alikuwa na biashara kubwa sana, butchery kubwa sana pale. Okay. Na watu wanamjua pale sana. Sitaki kusema jina. Lakini ukinipa ruhusa wakati mwingine tutaanza kuwataja. Maana watu wamesumbua mpaka inaharibu gospel sana. Gospel by this hii ni Mungu tu akupee nguvu ya kuhubiri. Imeharibiwa na false prophet sana. Ukijaribu kuambia watu hii wanasema haiwezi, hii ni kunini, wanaona kama ni kuporwa. Mchawi kakuja akachota hizo vitu, akaanza kusitupia church mchana. Ni vitu kama zinamea kama matawi ile inamea huko Western. Kuna tubegu inakuanga inatoa huko juu. Si kama materere, lakini inamea kama kwa kichaka mahali tulikuwa palikuwa na nyasi mingi, inamea mboga. Akaanza kukata hizo tumbegu wake na kuanza kututupa. Anapiga zikienda kanisani na ana enchant. Si usiku, ni mchana. Okay. Kama 5 jioni. Vijana walikuwa na katakata nyasi hapo kwa chacho wanatengeneza. Wakaona vile anafanya, anapiga hivyo, anaangalia kanisa, anazungumza maneno ya enchantments. Na kwa sababu nilikuwa nimewaonyesha, wakaelewa huyu si mtu mzuri. Hapo ndio tulijulia huyu ni mchawi huyu. Tukawa akafanya hivyo na kukaanza kuwa sasa hema inapata chisheka. Kama mvua inakuja inatingiza hema, unaona hivi, alafu inapita. Inatingiza hema, kuna wakati unaomba pale unaona imeshiki. Inaanza kutuchukua, ni inatemeka aje hema. Nikaanza kuita watu wakuja waitengeneze, ikaanza kukorogewa chini, inawekwa yani stability chini, maana nimeanza kushindwa. Hema hii tuliweka vizuri na ni professional wameweka. Siku moja tukiomba Saimo hapo, hizo maombi za Wednesday, siwezi kukumbuka ni Wednesday ama ni Friday. Hakuna mvua, hakuna upepo, hakuna nini. Tukasikia kitu imeanguka chini. Kitu kama saa 4:30, saa 5 usiku. Hakuna noise, there is no rain, hakuna upepo. Kitu imeanguka chini, ikapiga chini. Tukastuka sisi wote, nikatoka kuangalia. Vijana wakakimbia wakaangalia, wakaniambia ni mti ile iko pale kwa market. Imekahoka yenyewe. Imechomoka. Nikauliza imechomorwa na nini, na hakuna upepo, hakuna mvua. Baadaye tukajua hapo ndio witchcraft yote inafanywa. Okay. Kwenye hiyo mtu ndio shrine ya kufanya witchcraft Karen, hapo Karen market area hiyo yote. Na tumeomba mpaka nguvu za Mungu zimeangusha chini yenyewe. Mti kaanguka yenyewe. Kisa nyingine, tulikuwa tunaenda kanisani Sunday na my wife. Okay. Juu tulikuwa tunaishi Ngong. Na Sunday morning moja kulikuwa kumenyesha, tunaenda church. Tukienda kuna mahali sasa, tukikaribia church kuna ka shortcut unaweza kata hivi, nyumba kanisa yetu ni pale, ama unaweza zunguka. Siku hiyo nikamwambia Maiva, kuna ama tusishinde tukipa hata hii kajia, tuzunguke tu. Tulipozunguka, mimi tukitembea naona kuna umbwa iko nyuma yetu. Iko na umbwa kubwa tu wewe. Inatufuata, tukiangalia nyuma nikaiona. Nataka tukisimama inasimama. Tukienda inaenda. Hii umbwa ina nini? Hii ni wachana na mambo ya umbwa za Nairobi, asisumbui. Asiulizi mtu. Ilikuwa tu nomo umbwa ya kawaida. So sisi kufika kwa ile kanjia ya kuingia, nikamwambia Maiva, hapana, tusipite hapa, tuzunguke tu. Okay. Ile umbwa ilikuja ikapita shortcut. Ni kama inataka kupita hapa, iko shughuli yake tu. Umbwa ilikanyanga, ikivuka hapa, ikaanguka chini, ikakufa. Ikakufia hapo. Instant. Of course mimi sikujua, sisi tukazunguka, tukaenda church. Nikamwambia vijana, kibieni mnunue battery za microphone zetu hazina. Sawa, wao wanapita hapa, kupita hapa. Hapa ndani tuweze pita. Kuna umbwa imekufia hapa.
ndio waliniambia umbwa imekufa. Kuangalia ni ile ilikuwa inatufuata. What? Kutafuta hiyo kwa kiroho tulijua ni witchcraft ilikuwa hapo. Okay. Ndio imeua umbwa instead of us. Kwa hivyo ilikuwa imepangwa tukipita tu hapo turuke tu huyo. Tuanguke hapo. Mungu akatuokoa, umbwa ndio ilikufa instead. Na nikaanza kujua hapa vita itakuwa kubwa sana. Ya kupigana. So kile kilitutoa Karen ni hema yetu kuanguka siku moja tukiomba. Okay. Iliangushwa na upepo isiyo ya kawaida. It was a Friday tukiwa tunaomba maombi yetu ya kesha, kulikuja kale kamfua kana kujanga na upepo mkali. Inapiga hema. Kumbuka tulikorogea iko strong chini. Inapiga inaenda hivi, inapiga ikaenda hivi. Ikafanya hivyo kama dakika 10. Ai, nikaanza kuona nini kinaendelea, nikaanza kuishikilia, tukaanza kuambia tunakemea upepo hii in the name of Jesus, tunatangaza upepo hii. Imeanza kuwa serious. Mara ya mwisho ilikunja upepo ile ya kisurisuri ile. Ile inaitwa ngoma siaka ile. Ngoma siaka. Ikaingia kanisani, sijui kwa nini ni ngoma za wanawake si za wanaume. Ikaingia kanisani. Wanawake unajua wanakuwa na ngoma saa zingine. Wanakuanga na si wanaume. Mwanamke akiwa na ngoma hata shetani mwenyewe anaandika notes. Ate? Mwanamke akiwa na wazimu. Hata shetani anakaa chini kusema ngoma siaka hizo. Anasikia vitu. He takes notes, anasikia vitu mpya. Ambazo sasa hivyo Mungu akusaidie sana. So iliingia hiyo ka upepo kabaya. Ya kalikuwa na force kakaishika hema yetu hivi. Kakainua juu, kumbuka tuko kanisa tu church. Kameingia tu hapo church. Huko wengine hata watu wazio kama kuna kitu tunakakemea kasikii. Sijui mbona akasikii maombi. Unaenda tarito yeye. Mimi nakwambia tulijaribu. Tuko prayer saa hiyo tumeomba zaidi ya 2 hours. Tunakukemea kwa jina Yesu Kristo. Akasijui kalitumwa na mchawi mgani. Nakwambia, oh God. Na sasa nikuulize. Hapa mahali mumejenga hii church. Police mlikuwa umelisa. Tumelisa. Ni ya nani? Ni ya Kanjo. Ni ya Kanjo. Shama ni ya Kanjo. Okay. Ndio umetupea pale. So hii yote ni kiwanja kubwa sana iko huko, lakini part ya church iko hapa. Kwa hivyo hii yote ni open. Na sasa hii upepo imeacha huko kuo wote ikakuja kwa kanisa. Haipigi mahali pengine, hata hapo hiyo ukitoka nje haisikiki. Iliingia church Saimo. Ikashika hema, ikaenda nayo juu. Hema mimi nikiwa pale maana nisukuma watoto wote hapa mbele. Sasa endeni kwa madhabahu maana ndio hapa shake. Ikainua juu, miguu ikainuka pamoja. Maana umekorogea? Ili ngoreo miguu 6. Hiyo ni drama, ni kama drama na ni usiku. Na watu nje wanaendelea na shughuli zao tu. Miguu ikawa miguu 6 maana ilikuwa na miguu 8. 6 yote iko juu ikiwa na koroga. Mimi ilikaa hapo kama 20 seconds. Hapo kwa hewa. Ikirudi na muogopi itaangukia. Tunaogopa sana. Tuliogopa sana maana sukuma watu pale mbele. Edeni tokeni hapa. Ile force ilirudi nayo chini. Ingepata mtu. Hakuna mtu angebaki. Iligonga chini hapa. Ikarara hapa chini. Watu wako pale mbele tukakuwa tumestuka kutoka nje, watu wanaelea tu. Hiyo ilikuwa impact, ikatoka ikapita ikapiga billboard ilikuwa pale Karen. Karibu na Nakumatt. Ikaipiga ikapazuka vipande. Billboard. Hiyo upepo. Na nikajua sasa shinda imekuja. Hema ikarara pale. Mimi nikaambia my wife sasa hii sioni nikiinua tena. Maana hata pesa hatuna za kuinua. Wakati huo ndio mhubiri alikuja Kenya kutoka US anaitwa Reverend Evangelist Bonke. Reinhard Bonke 2013. Na I think 2013 around there. 13 hapo. Na nikaambia mwa hivyo acha niende town maana hiyo hema ilikaa hapo 3 months. Haijainuliwa. Imelala tu chini hapo. Hata Kanjo akatuambia sasa hata watu kanisa walipotea basi. Watu wameanza kupotea maana wameona sasa watakufia kwa hii hema. Sasa watu wakaanza kupotea. Lakini yote ni vita ya devil worshippers, false prophets. Kwa sababu kule Kale niliambiwa tutakufuata kule Kawangware. Niliambiwa tutakufuata. Umekataa pesa yetu, tutakufuata na utakuja kunyenyekea tukupee. Na mimi nilikataa, nimekataa all this wrong. Hii ni zaidi ya miaka 6 sasa baadaye. Niko Karen. Nikaenda kwa mkutano wa Bonke na hapo ndio tuliombewa sana. Mimi nakumbuka hiyo wakati nilikuwa nimesema sitahubiri tena, lakini after that prayer ya Korenda aliombea wahubiri sana wale kwanza wanakuja na akasema Roho anamsaidia, kuna wahubiri unapitia mambo mazito sana.
I was among them. Nikatokea, nikaombewa, nikajazwa na nguvu upya. Nikarudi pale Karen after crusade imeisha, ile kwa ya Wednesday to Sunday. Nikarudi after 2 weeks, akakuja one of my speech writers, tulikuwa tumeombea, alikuwa anatoka Limuru, tulikuwa tumemuombea epilepsy. Akapona, alikuwa anaanguka kifafa. Akapona, naye akasema ata support hii church. Akafanya kazi, alikuwa anafanya Saron na huko tu Shago na huko ndia ndani sana na huko ndani. Na alikuwa anakuja mpaka Karen. Anatupepea waru, anatupepea nini, mimi ni mapasta wangu, hata kama mimi sikuje kila Sunday, mimi ni mshirika wa hapa. Siku hiyo aliniletea bahasha. After like kutoka kwa Bon Kitu ikaza ni moja hiyo ingine. Bahasha kufungua nikaona iko na pesa nzuri. Okay. Pesa nzuri wewe. Mungu akaniambia hii pesa tumia kuhama. Tumia hama Karen. So hama Karen sasa. Hama Karen. Sasa hii ni mara kama ya 3 na hama. Hama Karen. Nikauliza Mungu niende wapi? Nilikuwa nimepita hivyo nikaona kiwanja magari nitakoleti kona. So nikaenda nikaichukua. Nikachukua kiwanja, nikatumia hii pesa kuhamisha, nikapeleka vitu zote nitakoleti kona. Tukaanza kujenga upya. Chini kuweka matope, kuweka carpet, nyasi, nini, carpet grass, kujenga ka ofisi, na tukaanza kuhubiria pale pakiwa pahali pabaya sana pana matope, tukatengeneza wewe ikakuwa inakaa kanisa. Na tukaanza kuombea pale. Mungu akaendelea na njia yake ya kuponya watu pale, kuwaponya. Lakini kufika kona tu something happened. Sasa my wife akaanza kuwa sick. Okay. Akaanza kuwa mgonjwa sana. Na tulikuwa tumeona hivyo tukiwa Karen, nikaona mbona anasema ana complain kuumwa na mbavu sana. Na hapa nyuma pana uchungu mwingi chini ya bega hapo. Mimi nikamwambia yule baridi ya Karen na Ngong, kuna baridi sana. So tunaenda pale hospitali, tunadungwa sindano Ondiria sama palikuwa panaitwa aje something. Tunaenda kwa Kanjo, tunaenda wapi? Anadungwa inatulia kama one day. Kesho inakuja na uchungu mwingine sana. Sasa ikawa inamuuma mpaka anakuwa anashindwa kutembea. Ikaona hii ni nini hii? Nikapigiwa na mhubiri rafiki yangu akiwa Ghana, akaniambia akiomba ameona kanisa letu imeletwa kwa picha yake akiomba, na ameona kuna mama anakaa hivi, akamtaja, akamdescribe. Okay. Na akasema ameona mazishi ya huyu mama. Sasa huyu mama ni bibi yako? Huyu mama description ile alitoa, it was my wife. What? Nilikuwa na wewe mhubiri mnajuana ama? Ni rafiki yangu wa Facebook. Okay. Ni Facebook vile tunaonanga mnakuwa marafiki. Akaniambia Mungu amemuonyesha hivyo. Na ajui mama ni yupi kanisani kwako, lakini pastor apostle omba sana. Unafikiri usiku ni tena nyumbani? Hapo kanisani, maana ndipo aliniambilia nitangaza usiku mzima wa maombi. Nikaambia Mungu hapana, uwezi nipa mke na uninyang'anye. Nilikutafuta Katoroni, ukaniletea mke wangu mpaka Katoroni, tulikutana Katoroni na yeye. Tukifunga na yeye akiomba. So uwezi nipatia na tena uninyang'anye. Huyo ni my wife na I refuse. Mungu akaniongelesha usiku huo. Akaniambia your wife is very sick. Very very sick. Lakini mimi nitamponya. But look for a good doctor. Okay. Sauti ilikuja hivyo. Look for a very good specialist. Amtibu, ni mgonjwa sana, nitamponya, lakini utafute specialist. Kwa hivyo nikajua nisipotafuta specialist I'll lose this wife. So nikaambia my wife hivyo. Na sasa hizo already mko na watu hii. Tunaendelea tu vizuri, tunaendelea, lakini yani it is becoming hard. Kwanza kusikia bibi anaenda nikasema kwanza na ile chacha kazi yetu tunafanya pale. So nikaenda asubuhi, nilipomaliza maombi nikamwambia vile Mungu amesema, tukaanza kutafuta hospitali, maana ni mgonjwa kabisa, hata kufua hawezi, hata kupika hawezi, yani ni mimi nafanya hizo kazi zote. Tukapata specialist mzuri wa kifua na chest, ako huko tu hospitali, sina haja ya kushinda nikitanja. Lakini pale uchumi hyper hapo ilikuwa pale Kong Road. Akaangaliwa, akaambiwa ni TB. Okay. TB ilikuwa inamkura. Kumbe huku Karen huku au vijana wetu wanakaa kanisani, mmoja ameenda kufanya vibarua huko, amekuja na TB. So sisi hatukujua. Tukaanza kumtibu, kumwangalia, kumpeleka wapi. So tunampeleka hospitali, tunamtafutia Uber, anaingia pande hapa katikati, mimi namkaa pande hii, tunampeleka. Mtu hata hatujuani, ni mshirika tu. Na bila kujua, tulipoenda kule hospitali akasemekana hii ni TB na ni bana iko last stage. My wife haipata TB hapo. Na mimi sikupata, miracles.
lakini sasa tungegonjeka watu nafikiri tungekufa tu, maana hakuna wa kuangalia mwingine. So ikakuwa ni TB na ugonjwa, na safari ya kunywa dawa ikaanzia hapo. Maana alidunga hapa nyuma, akatoa maji, akasema hiyo TB imefinya moyo hapa kwa heart, imeifinya, inaiondoa kwa bari moyo, inafaa kukua. After imehama ikakula lungs, ilikula lungs kwanza, ikaifinya lungs, ikakafinya kakua kitu kadogo microscopic, akaonekani. Sasa ikahamia pande ya moyo, inaisukuma ikijaribu kuifinya, na ugonjwa hiyo inafaa kutibiwa immediately, na ni TB. Alafu iko imejificha mahali ambapo hata akohoi, si ya kukohoa, haikuwa TB ya kukohoa, ati upate science. Ni daktari tu specialist vile Mungu alisema. Tukaanza safari ya kunywa dawa miezi 6. Na wakati anakunywa dawa akaanza kurespond pole pole to medication. Mungu akaniambia niko na I have another assignment with you. Nataka kukuonyesha kile nimekuwa nikikuandalia muda huu wote ukue, na nitakupeleka outside country. Mimi mara ya kwanza kusikia mambo ya outside country, maana sasa mambo ya nje mimi siwezi jipanga saa hii, hata nitaendaje? Sina passport. So una idea yote? Sina idea yote ya kwenda. Mtu aliyeniona kwa online nikiweka tu vile Facebook, unaweka picha una nini, ako India. Reverend mmoja ako India. Okay. Akaniandikia email, inbox, DM, akaniambia Apostle, nimeona kazi hiyo unafanya Kenya ni kubwa sana, tungekuomba kama unaweza kuja India kuhubiri. Ukuje utuhubirie, utuombee watu, kuni wagonjwa uombe wapone, tunaomba sana ukuje. India, wewe umeniona, mimi nimeona vile unafanya Facebook. Nikamwambia na hatujuani. Akaniambia hatujuani, lakini kwa forum yetu tunajuana. Akanisukuma sana nikuje. Nikamwambia sawa, Mungu ameniambia mambo ya kuja huko, sikujua ni India, lakini nitakuja. Nikaanza safari ya kutafuta visa. So nikaenda kwa hiyo consular nipe visa. Alipoona invitation yangu, akaona nataka kwenda kuhubiri India. Shinda ilianzia hapo. Kwa sababu alisema huwezi kuja India, we don't allow missionaries. Okay. Na usifikiri mchezo, wakasimama akiwa amekazika, kaanza kupigisha hizo vitu huko chini, hizo barua anazipigisha chini, amekuwa weird na wild. What is it? Mimi nilikuwa nimekaa tu chini innocent. Lakini alistua, akaamuka, akaanza kutupa hizo makataza, akipiga meza huko, akasema we can't allow you to go to India. Kwanza kwani nimekosea, nimefanya nini? We can't give you the we don't. Na wacha nikwambia tuweze. Akapiga kelele sana huyo consul hapo. What? Ni mimi nimefanya kitu gani? My wife was sitting back there. Anaangalia vile nimekuwa humiliated sana. Akaniambia hapana, shika makatazi yako enda, hatuwezi. Akaninyima visa. Akasema hawezi nipea visa. Mimi nikaenda nyumbani, nikauliza Mungu, kweli ulinituma? Akaniambia nimekutuma India. Utaenda India na huyu aliyekataa ndiye atakupa visa. Nikakaa wiki 2. Nikaona simu ikipigwa, nikachukua, akaniambia mimi nakutumia kutoka ofisi ya embassy ya India, na nataka kuambia nimeona wiki 2 ulikuja kuomba visa hapa ya kwenda India na unataka kwenda kuhubiri huko. Tunataka kuambia haufai kuhubiri India, lakini mimi nitakupea visa. Nitakupa visa ya miezi 3. Na nataka kukuonya usijaribu kuhubiri huko. Ukienda huko, don't do missionary work, usifanye kuhubiri, usifanye mikutano ya hadhara, uende tu utembelee watu huko na urudi. Tumeelewana? Kwa simu nikamwambia sawa, nimesikia, sitahubiri. After some like 3-4 days visa ikaingia, lakini ikakuja kwa passport yangu ikiwa na ban. Don't preach, don't do missionary work, don't do nothing there. Wewe uende utembee na visit tour, don't preach, don't do anything. Nikajua hapa kuna shida kama nitahubiri, kama ni wao wamesema hivyo. Saa hiyo wakati wananipea wiki 2 ndio wanipigie, wakapigia kule, wakapiga India kwa host hakavurugwa. Wewe ndio unaita ubiri kutoka wapi? Nina akavurugwa, ukatoanishwa, wakaenda kwa mabed, wakatoanisha mattress, wanataka kuona kama sijui wanaona ni nini, nani wanakuja huku, umemwalika ukiwa nani, wanatoanisha nyumba. Akaambiwa akifika hapa ujaribu kumruhusu kuhubiri, tutawashika nyinyi wote. Akanipigia sasa kule, akaniambia sasa Apostle, na shindo kama utakuja, kwa sababu wamesema ukikuja hapa usihubiri. Nikamwambia unaonaje? Akaniambia kuna haja ya kuja kama ukuje kuhubiri. Nikarudi maombi, tukafunga wiki 2.
14 days Mungu akasema nilikwambia uende ukahubiri India, hakuna kitu itazuia hiyo. Nikamwambia mbona Mungu anasema nikuje? Akasema kama unasikia ukuje, wewe kuja, lakini tutahubiri kwa kujificha sana. Kweli nikachukua safari nikaenda India, nikaingia pale, kutoka pale nikaanguka hapo Chennai. Mahali pana Chennai ni capital city ya Tamil Nadu. Na tukaenda na train kama 6 hours. Tukafika mahali ambapo tulikuwa tunafaa kufanya mikutano. Kukawa na uoga, tension kubwa sana tukifanya pale. Nikiwa hapa tu kuna watu wengine waliniona, wahubiri wa huko India tu. Hata wakaniambia hata usiende huko unatishwa, wewe kuja kwetu direct. Tuhubiri hapa kwetu hakuna shida. Uja kwa pande ya north kule tunaitwa Punjab. Nikamwambia sasa siwezi kuja huko na barua inasema niende kwa host. Kwa hivyo nitapitia kwa host. Nikarudi kwa host wiki moja. Kumbuka nikiwa hapa Mungu aliniambia kuna kitu nataka kukuonyesha, nimeweka na nini ndani yako. Na ninataka kwenda kukuonyeshea ukiwa India. Yani huko nje. So when I went to Punjab, maana kutoka Chennai mahali nilichukua masaa train ya 70 hours. 70 hours. Yeah, that was like 2-3 days kwa barabara. Kutoka south mpaka north ya India unachukua train ambayo inakupeleka huko na 2-3 days. 2 to 3 days. Nilikuwa kwa train nikisafiri, sijui niko wapi, sina internet. Hata si 2 days. Yeah, it was more than 2 days. Yes. 70 hours. Close to 3 days. Actually 3 days. 3 days. Na it was very hard kwa sababu kuconnect kwanza hapo New Delhi ndio ni connect train tanipeleka Punjab was very hard, maana sijui na sina internet na sijui nani, I don't know anybody huko niko ni wapi. Anyhow miraculously mimi nilifika kwa host na akanipokea mahali panaitwa Rudhiana. Wakakuwa wameningojea sana, wamenunua makamera za kuchukua, maana unajua mhubiri mkubwa sana anakuja. Mhubiri mkubwa ameacha Mungu akikufa Kenya. Ameacha kanisa kule ina challenge. Mhubiri mkubwa amenunua kamera kama hizi, wanangojea kurekodi miracles. Maana wewe ni mtu mkubwa wa mataifa na tunakungojea sana. Nikastuka sana wakinionyesha kamera mpya wanaitoa kwa box ya kushoot meeting. What is happening? Nikiwa hapo Kenya Mungu alinionyesha nikipewa maua. Kufika India mimi hata mhubiri host anaogopa hata hataki kujulikana. Ateniana ni host. Nilipofika Punjab, hii mkutano wananunua kamera. Hapo ndio niliona ile maua niliona Kenya. Mtu akakuja kanipea maua ya kunikaribisha India. Ikaona kama hapa ni tofauti. Meeting tukaanza kuipangia, ilikuwa inafaa kuanza Thursday na nimefika pale Tuesday. Maana nitoka huku Sunday. Nikaenda Sunday night, Monday night, nifika Tuesday usiku saa 4 saa 5 usiku. Na tukaanza kupanga mkutano ianze Thursday. Sasa kutoka mahali tuko tunaenda kufanya mkutano ya crusade kama 200 kilometers away. Wakanipeleka hapo na gari. Lakini sasa tukakuwa kwa sababu ya ban ya visa hatuwezi fanya matangazo yoyote. Lazima sisi sasa mimi ndio nitaenda kwa nyumba za watu door to door before the meeting ianze nikialika watu. Nikaanza kuingizwa kwa nyumba za watu hapo. Ni nyumba nikaingia kama nyumba 100. Sasa unaingia nyumba na unapewa lazima ukule kitu. Hata kama utakula nini lazima uchukue something pale. India huwezi ingia na ukatae kuchukua kitu. Wanaona umewarani, yani sakasi. Naonanga saa zingine chakula zao huko internet manze. Chakula yao ni nzuri na mafuta yao ni nzuri sana. Zingine naonanga ati mtu anapika akiwa ndani ya sufuria na unapikia tu hiyo. Sio hivyo. Hiyo ni chocha. Chakula yao ni kuonyesha example. Hebu ndio angalia TikTok. Mtu anaingia kwa sufuria yao. Anapikia tu huko ndani. Na jaweki. Sasa si wanataka kuonyesha venye sasa si unaona kama huja bana. Hii ni kupikia watu wengi, sio? Hii ni ukweli, hii ni medicine na nini? Huko ni India, si unaona? Si kama hii. Yaani ona chakula yao venye inakuwa. Lakini kuna hii mambo inapikwa. Hii ni kama sasa kupika kwa hoteli. Lakini si ona. Umetoa wapi haraka hivi? Chakula yao inasemekanga na ona. Wewe hizi hapana, hii ni chocha jamii. Tutaweka hizo video watu waone. Hiyo ni kuchocha. Ile maji anachota akipika bro. Hapana, hiyo sio hiyo tulikuwa
Ini nini tena mimi iko ndani? Nakwambia wanapita hivyo. Sasa mlikuwa mnakula hizi hapa. Hapana, sio hizo. Chakula ni tamu wewe huko, si kama hii wewe inapikwa hivi. Okay. Although ziko zikipikwa, labda zilipikwa tu hivyo, nibia ziko zikipikwa. Mungu asaidie nilikula tu. Maana ukienda huko zikipikwa. Zikipikwa mimi naenda napewa na kula nini? Na chakula yao ni tamu. Okay. Na hakuna chakula aina kuku. Zote ziko na kuku. Kule ni kuku zinachemshwa. So lakini sasa kwa sababu ya hii advertisement ni watu 100 200 tunaingia, labda ka kuki kamoja hivi, kachai kadogo, maana hata hakuna chai ni maziwa ni ya buffalo wakunywa maziwa ya ng'ombe kule. Ng'ombe unajua ni Mungu wewe. Huwezi kula Mungu. Huwezi kula Mungu. Huwezi kula maziwa ya Mungu. Ni kweli. So maziwa kule ni ya buffalo kanatoa kama maziwa kadogo, kwa hivyo chai hindi hakuna. Hakuna hii chai kabisa. What? Watu wanateseka na chai sana. So unakunywa kadogo hivi. So nikaingia kama nyumba 100. Kwanza kuna moja niliingia, na maana unaingia ukaribisha watu na unawaombea. Nikakuta mama kijana mmoja hapo ameisha, amekuliwa na ugonjwa, ameisha. Okay. Kana pepo kama vile unainua hii grasi hivi. Mungu akaniambia usijaribu kuomba hapa. Ukiomba hapa unagonjeka. Mwambie alete kwa crusade kule. Sikujua huyu kijana ni TB imemkura hivyo. Okay. Na unajua nimetoka Kenya kukiona TB. Sasa ninaikuta tena India. Kanyama kamekura na kana pepaniwa hivi, kanaekelewa juu ya meza. Huyu mtu ataletwa kwa crusade na Mungu atamponya. Aliponea kwa crusade. Maana niliambiwa nisimwombee hapo ndani ya nyumba. Okay. Kumbe ni TB ambayo ingenishika mimi sasa hapo. So tukaenda, nikaingia nyumba 100, nikakuwa nimechoka. Nikaenda kukura, crusade itaanza jioni, afternoon. Hiyo advertisement ilileta mkutano wa kwanza kama watu 1500. Crusade ya kwanza. Okay. Na ikakuwa mkutano kweli kubwa wewe, maana advertisement hiyo watu wanasikia, wanaitiwa, mtu anakuja kuombea, watu wanapona, healing. Wanasema miracles. Come and receive a miracle. Wa India wanasema hivyo. So nikakuta watu kama 5000. Maana walipeana chakula hiyo usiku. Wakaniambia jana tulitumia sahani 5000. Watu walikuja jana. Unaona hiyo mkutano ni kubwa. I can't believe 5000 ni kubwa. Something happened. Nikihubiri mkutano wa kwanza. Nikahubiri nikiwa naombea watu, maana ni wengi sana. Kule lazima uombee watu. Na unaombea na waone Mungu. Wasipoona Mungu unaweza kuwa kwa shida. So nikiomba pale mbele, mimi sikuita mtu yeyote. Nikiwa naomba, maana nimefunga tu macho hapa, nikaanza kusikia hapa nyuma yangu kuna commotion. Nikihubiria, maana madhabahu nahubiria unatoa viatu na wacha chini. Kule ukanyangi na viatu kwa madhabahu. Okay. Unapanda juu, unakanyanga hatua, unapanda juu, viatu unawacha zinatolewa, mahali utashukia ukini unapandishwa juu na ngazi inatolewa. Ndio watu wengine wasipande. Huyu alikuja akapita hivi, akapanda mahali, akakuja mpaka hapa. Ni mama amepona, alikuwa kiwete, amekuja na miti. Na sasa vile nimekuwa nikiomba nguvu za Mungu zinamguza, akatupa miti na akapona, akasimama. Akawacha miti na akakimbia, akakuja hapa mbele, ndiye analeta commotion hapa. So kusikia commotion, nikafungua macho, nikiangalia, nikaona ni mama ako hapa, nikauza what has happened. Wakanielezea amepona, alikuja na miti na amekuwa hivyo sijui how many years. Wewe miti iko wapi? Ikakuwa iko mbali sana kule nyuma. Nikaitisha miti, hiyo miti sasa ndio nimeshika kwa page zangu za Facebook na social media na YouTube. Hiyo testimony kwa YouTube. Okay. Hiyo testimony peke yake ya kuinua huyo kiwete ilifanya mkutano wetu ka grow to 20,000 the following day. 20,000, 30,000. In fact hawakupea watu chakula tena. There were so many. Sasa mikutano ikakuwa kubwa. Kuna jamaa mwingine hapo tukiomba alirukishwa na nguvu za Mungu, maana wanakaanga chini. Sasa kujazo yao sio ile ya kuanguka, ile tunaanguka huku kijazo. Kule ni kuruka wakiwa wamekaa chini. Wanaruka wakiwa wamejana na kuongea hizo vitu na kuruka. Akapona kifafa. Alikuwa akisimama hivi anaanguka, akisimama hivi anaanguka. The Lord akamponya kifafa huyo mjamaa. Testimonies zikakuwa kubwa sana. Mungu akaniambia nimekuita kwenye huduma ya uponyaji. Ndio nilikwambia uende ukuja hapa ili nikuonyeshe.
Ni kuonyesha kile ambacho nimekuita ukue. Ni kuita ukue kuombea watu wangu na kupona, maana watu wangu ni wagonjwa. Na nakufanya kama agent ya uponyaji, uwe unaombea watu na kupona. Sasa hapa ndio nianza kuelewa ile pesa nyingi hivyo ilikuwa inanunua hii destiny hii. Na hii impact ya kuombea watu na kubariki watu, kwa sababu walitoa pesa mingi hivyo kununua destiny kubwa hivyo. Maana inaenda India na inahubiri mwezi mzima. Nilihubiri India mwezi mzima. Nilikuwa namaliza hapa, gari natoa pale inanipeleka kwa mji mwingine, nakuta na ngoja na wachungaji hapa, nachukua na gari nyingine napelekwa kuhubiri mbali pengine. Nilikuwa nahubiri services 5 kila siku. Mwezi mzima. Yani nilihubiri India, Mungu alifanya maajabu. Nakumbuka nyumba moja nikihubiri kwenye mpaka wa Pakistan na India. Maana border ya Pakistan na India is the biggest border point in the world. Nilihubiri hapo wiki mzima ya mwisho. Kuna mama alikuja kwa mikutano yetu na alikuwa amehangaishwa na mapepo sana. For over 22 years alikuwa ameolewa na askari. 22 years hakuwahi lala usiku kwa chumba chake. Alikuwa analala mchana na si kwa chumba, kwa kiti. Usiku akilala ananyongwa, anateswa. 22 years alinihesabia. So mimi nikihubiri Pakistan hapo kwa border, nikaona mama nguvu za Mungu zinamwangukia sana. Anaangukiwa na nguvu, anaanguka, anajazwa. Nilimwambia mara 5 akianguka hivi ya 5 nikasema acha akae. Akarara chini, akarara more than 5 minutes. Mimi kama hizo mkutano na nikaenda. The following day naona nikialikwa breakfast. Nikaambiwa tuende breakfast kwa fulani, nikaenda. Nikajiuliza hii breakfast ni yani tumeitwa na huyu anakaa ameandaa wewe. Hizo picha niko nazo. Hapo ndio sasa napewa testimony ya kwamba huyu mama amelala leo usiku mara ya kwanza in 22 years. Amelala comfortable wakiwa na mwanake na familia yake, wamelala usiku wa kwanza comfortable in 22 years. Nikachukua hiyo testimony. Walikuwa juu, walikuwa naishi chini, juu walitaka kujenga. Over 20 years waliacha kujenga juu. Maana mapepo yalisema wasivuke first floor. Wasiwahi panda hapo juu. Na nikwambia tutaenda mpaka hapo. Nyumba iliachiwa hapo over 15-20 years ago. Haijawahi jengwa. Iko stagnant. Mapepo imetawala hapo juu, huwezi vuka. Ukivuka unanyongwa, unapigwa na mchanga na vitu uoni na kupigwa. Wakateremka. Sasa niwaambia tutaenda mpaka hapo. Tukachukua. Akasema hapana, we can't. Nikamwambia mtaenda. Tutaenda na nyinyi. Sorry. Tukapanda mpaka hapo juu. Nikaangalia nyumba, nikaiombea, nikapaka kule unaleta wangu maji na kibuyu unaombea, inakuwa ya kubwa ukienda wanabaki na maji ya kujiombeanga ukienda. Maana watakutoa wapi tena? Wanaleta lita 5 hapo my friend, unaombea wanaacha na maji. Hiyo ndio sasa yakujia na kukushika miguu hivi, wanainama na kushika miguu huku ukiwa unatembea hivi. Unaona kama nikiombea hapo, huyo mama namuombea, niko juu hapa. Kuna watu kama 100 hapa wao wanaguza miguu kwa intense. Anaguza, anaenda mwingine anakuja anaguza. Hiyo naamini wanapokea nguvu za Mungu kutoka kwa mtu ametembea mbali. Nikakaa pale Punjab wiki 3. Na sasa nikawa nimemaliza na Mungu amenionyesha kile alikuwa amenipeleka kufanya huko, ni kunionyesha ministry ya healing. Vile amenipea hiyo ministry ya healing kwa njia kubwa sana. Na kaniambia hiyo itasaidia watu. Na ikawa nikirudi bado nikifika embassy hapo walikuwa wananigoja tena kwa sababu sasa niko na ban. Nilipopea visa wakaona nisifai kuhubiri, wakaanza vita kubwa sana ambayo tutakuja kuongea kwa wakati mwingine. Vile nilipitishwa na Mungu kwenye hii obstacle ambayo iliwekwa pale embassy, embassy kwa immigration. Nisipite pale, utako ni arrestia hapo. Maana nimepepa mahubiri na picha na videos zote ziko pale. Niko na evidence ya kwanza ya kwamba nimehubiri sana hapo. So singejitoa hapo. Na Mungu vile alinisaidia, akaniambia nijibu maswali nikiwa very systematic ile wananiuliza. Maana hiyo maswali ndio wanataka kutumia kunishika. God akanipea grace. Na nikapita hapo, nikarudi Kenya. Nikiwa narudi nikauliza Mungu, vile nimeona umeponya watu kule hivi India, wageni, utaponya watu wangu Kenya hivyo? Mungu akaniambia, Kenya kupitia wewe nitaonyesha tofauti ya noise and power. Akaniambia what is in so many churches in Kenya ni noise. Akanionyesha kwa
trance, kwa trance akanionyesha a lot of noise that is taking place in churches, na vile hiyo noise haisaidii kufanya chochote ambacho shetani haogopi hiyo noise. Lakini atanitumia kwa njia ya kuleta power to people. Okay. And people will know the difference between noise and power. Okay. Na akaniambia ukifika Kenya weka mikutano ya healing, nitaponya watu wako. Okay. So nilipofika Kenya nikaweka mikutano ya healing, tukahubiri 1 full year. Okay. Na miujiza mikubwa sana ikawa inaonekana, nitakuleta kuona wale wanajua. Na sasa hiyo miujiza tulihubiri 1 year, na tukiwa tunahubiri hapo ndio shetani alipiga pigo lake la mwisho lililonitoa kwa ministry. Aje. Kanisa tumemaliza kuhubiri crusade ya Easter. Maana healing ilipoongezeka hapa ndani pakawa tunashindwa kubeba watu, nikafikiri tuanze kuhubiria watu kwa crusade. Maana hiyo ndio niliona kule India. Tukahubiri crusade moja ya Easter iliyokuwa na impact sana, maana tulionyesha sinema ya Yesu Kristo pale nje, na watu walikuwa nafuatilia kwa manyumba zao. Watu wa Wanyeru ndio wanajua nilifanya hiyo crusade hapo. They can attest, watakomment hapo kwa comment section watuambie. Nilipomaliza siku 3, Friday, Saturday, Sunday, nikarudisha vyombo kanisani, lakini kulikuwa na impact sana. Watu wakapona sana pale na kuokoka kwa sababu ya hiyo impact ya hizo mikutano za hiyo sinema ya Yesu. Ilikuwa ya uponyaji wa healing. Watu wakaokoka sana. So nikirudisha vitu ile nilikuwa nimekomboa, zikaenda na mwenyewe. Monday nikapumzika, Sunday, Monday, Tuesday niliitwa simu nikiambiwa kanisa letu zote ziko chini. Tena kanisa limechomeka. Sasa limechomeka. Sasa hata si kuangusha, ni kuchoma kanisa. Vyombo zetu za zaidi ya over 1 million zikachomekea kwa hiyo small office, na moto ikachoma hapo, na ilichomeka mchana sio siku. Saa 4 asubuhi. Na ikanichanganya sana, nini kimechoma kanisa, kikanishtua sana. Ikaruka ikaanza kuchoma hema. Ikachoma ikabakisha nusu, ikachoma peak moja. Hema yetu ilikuwa na 8 peaks. Ikachoma moja. Hapo ndio mimi niliona sasa kama ministry yangu sasa imefika mwisho, na sioni kama itahubiri tena. Maana sina ofisi, sina vyombo, sina anything. Washirika wakaanza kutoroka. Nikauliza Mungu, what is happening? Nani walichoma kanisa mchana? Nikauliza vijana, nani alichoma? Mimi akaniambia kijana, mimi nilikuwa hapa na nikaacha, nimezima kila kitu na nikaenda kwa cyber. Alikuwa ameenda kwa cyber. So nani alichoma mchana kanisa? Tukakuwa tuelewani, ikakuwa ni njia moja ya kumaliza church. Lakini before imalize nikafanya fundraising nyingine. Marafiki zangu wako nje, wako Kenya, wako wapi, wakanichangia, nikanunua vyombo tena. Lakini nikawa sina ofisi ya kuweka vyombo. So zinaendanga na mshirika, zinakuja zade. Yaani ilikuwa kazi ngumu sana ya kusukuma hiyo na wheelbarrow na kukapo mkokoteni, na it is so hard. Nilihubiri na hizo vyombo mpya kama miezi 3. Sasa mwezi wa 3 nilikuta literally Rand Road juu. Rand Road ilikuwa 2017 wakati wa elections. Rand Road juu akitoa Saturday moja. Sasa ameshika hema, anangoa akiangusha chini, anangoa akianguka chini, zikawekwa zikalala chini. Mimi nikifika nilikuta sasa wanamalizia. Nikauliza nini kimetendeka? Niko na arias, sina arias. Kuna pesa sijakulipa? Hakuna pesa sijakulipa. Hapana, sisi hatuwezi kaa na nyinyi si watu wa kutoka kwetu. Ndio mnapigana na sisi. Sasa ikakuwa ni intertribal vita za tribe. Nikajiuliza, lakini tumekaa na wewe miaka 4 hapa na sijaona hii shida. Nini kimeendelea all of a sudden? Wakasema hapana, hatukutaki tu hapa. Wewe ni simu tu wa kwetu. Huku walikuwa watu wa West, wa Nyanza, na sisi ni watu wa Mlima. Wakasema nyinyi ndio mnapigana na viongozi wetu, mtake sisi tuongoze Kenya pia kidogo. Na hatutaki ikakuwa vita kubwa. Nikapeleka huyu mtu police station, akashikwa. Aliposhikwa kawekwa pale ndani siku 2, maana wasisa isema hii siwezi ruhusu watu kupigana na kanisa hivi. Lakini it was a spiritual warfare, na ilikuwa beyond yeye. Nikaniambia pastor, fanya hivi, wewe enda tafuta mahali pengine uanze kuhubiri. Nikasema nitaanza, lakini si anirudishie goodwill. Nilikuwa nimelipa goodwill ya kiwanja. Akasema ile goodwill anaweza pata labda 10,000. Sasa nilikulipa zaidi ya 1,200, karibu 300. 10,000 kwa akasema hawezi lipa hata sijui hata hiyo 10 nakupea nini. Mimi kufungia kanisa hapo nilifunga, nikaita wachungaji wakachukua viti,
Zile vitu zote zilikuwa hapo nilipeana kwa mapastors. More than 5 pastors wali benefit from that. Free of charge, free. Wengine wanachukua speaker, wengine wanachukua keyboard, wengine wanachukua hema. Nikapena hizo vitu, lori ikaingia hapo mara 5. Zikaenda kuendelea na kanisa ya pastor rafiki yangu kutoka Isinya, mwingine Kanyata Road, mwingine alikuwa Githurai Kahawa West. Nikasema mimi nimefungia kanisa yangu hapo. Mawaidha kaniambia peana kila kitu, lakini hautapeana microphone. Maana mimi ni nabii wako. Si unanitanga nabii wako? Nikamwambia you're my prophet. Akaniambia natabiri siku moja utakuja kuhubiri tena. Amen. Na hii microphone ni evidence ya kwamba siku moja utasimama na utahubiri. Amen. So niliweka microphone kwa nyumba, nikakaa hapo zaidi ya miaka 5. Na nafikiri Simon the next episode kama tutapata nafasi tuta explain sasa vile nilikuja kurudi kwa ministry tena. Okay. Maana as we speak right now niko na kama 1.5 years again in full time ministry. Okay. Vile Mungu amenirudisha na vile alinionyesha kile amenifunza miaka hiyo 5 sikuwa na church, nilikuwa nafanya online ministry, watu wengi wameenjulia huko. Na nguvu hiyo Mungu amenirudisha nao tena kwa ministry. Sasa niko pande ya Zimmerman. Ndio tumerudisha kanisa tena. Maana Mungu anasema ninakuinua tena. Amen. We are there, we are doing the work of God. Vita nyingi ziko lakini tumepata silaha za kupigana na yeye. Amen. Na tuko na uwezo wa kushinda hizo vita na nimeona tukizishinda na shetani ameanza kukaa mbali. Amen. Kuna uwezekano wa mtu kuhubiri na kufanya kazi ya Mungu akiwa ndani ya Bwana. Bila kuchanganya injili unaweza hubiri lakini safari ni refu. Amen. Ya mtu akiamua ukweli safari yake urefuka kuliko akienda shortcut. Maana pale ningepatiwa ile pesa, hii safari singekuwa naye. Ni kweli. Hata leo singekuelezea kwa nini safari yangu ingekuja hapa nihubiri niongee tu niambie Simon K Mungu anabariki. Mungu anabariki. Hii ni V8. Hii ni V8. Hao ni wazee wananichunga hapa ukihubiri sema uonyeshe wewe ni mtu wa Bwana, usio hatujaitwa kuteseka. Sisi tuko na testimony, tuko na mamlaka. Tuko na mamlaka ya kula. Shika hiki kitu ya Mungu nataka kusupport hii shule yaendelee kuguza mataifa sasa ningekuwa nikifanya hivyo nakosa testimony, nakosa authenticity, nakosa mamlaka ya kufanya kazi ya Bwana vile inavyofaa. Number 4, sitasaidia watu ambao Mungu alifanya nisaidie. Maana watu wagonjwa hawawezi ponywa na pesa. Watu wagonjwa na wanataka kuokoka hawawezi pewa maji ama chai alafu wapone. Ni kweli. Hawawezi kuokoka. Ni nguvu za Mungu zinasaidia watu. Only Jesus can help people. True. In Matendo ya Mitume 3 nikimalizia nafikiri Biblia inasema Peter, Petero na Yohana walikuwa naenda kuomba siku moja saa 9. Na walipoenda walikuta kiwete pale kwenye mlango. Mahali panaitwa the Beautiful Gate. Na kiwete akawaangalia akawaambia tunaomba pesa, unaweza kutupea pesa. Alikuwa na kama 40 years. Na Peter akamwangalia akamwambia sisi hatuna fedha na hatuna dhahabu, lakini kile tuko nacho tutakupatia. Akamwambia kwa jina Yesu Kristo amka na utembee. Akasema Biblia inasema akanyosha mkono wake akashika kiwete na akamuinua juu. Petro alisaidia kiwete huyo kwa kumpea Yesu ambaye alikuwa naye. Watu wengi wananiuliza Apostle, kwa nini ulikataa pesa? Kwa nini wewe hukukubali kama vile wengine wanakubali? Ukichukua pesa unapoteza Yesu. Yesu ndiye anasaidia kizazi hiki. True. Jesus is the solution for this generation. Amen. Not money. Ningechukua pesa ningepoteza Yesu. Na Petro anasema sisi hatuna pesa lakini tukikupatia Yesu atakusaidia kukupatia kile ambacho hatujakupea. Nimekata hizo zote ili ni maintain Yesu. Yesu ambaye anasaidia watu katika kizazi hiki. I want to be a blessing kwa watu wa kizazi changu. Na nini kwa hivyo unataka kumaanisha ama kulingana na story yako kwamba kuna pastor wenyewe ama kuna watu wenyewe wanajitanisha na Mungu lakini labda wamenunuliwa na pesa kama hizo wengi sana wakakubali wengi sana sasa wanaishi tu flashy life. Exactly. Na si ngumu kuwajua. Si ngumu kuwajua. Unaweza wajua kwa sababu ya vile wanakaa. Yesu alituambia tutawajua kwa matunda. Kwa hivyo unaweza ona matunda yao ni flashy life.
Maana Yesu akiwa hapa duniani hakuna mahali tunaona lifestyle kama hii kwa mahubiri wa saa hii. Hakuna hizi vitu wanafanya saa hii hatukuiona. Number 1, number 2, gospel yake ambayo alihubiri Yesu. Hawa watu hawahubiri. Ukifuatilia gospel yao utaona wanahubiri sheria. Na kukuonyesha lazima upate hii kwa sababu ya kukua na hii. Fanya hii upate hii. Hiyo ni gospel ya sheria. Na prosperity sana. Hiyo ni gospel ya law. Law ni kwamba fanya hivi upate hivi. So ni rahisi kuwajua kwa sababu wanauza sheria. Hakuna nabii wa uongo anashika Biblia, especially anafunza vile Yesu alifunza. Utasikia akihubiri mambo ya damu ya Yesu, hata hubiri mambo ya msalaba na uzito. Anaongea kipitia, anakuambia sasa unaona msalaba hiyo vile ulifanya, lazima utoe sadaka at least upate hii neema unasikia nikiongelelea. Ya neema hii lazima utoe. Yeah, you must tap the anointing ndio upate ile nguvu tulipata kwa msalaba. Sasa naipitisha kama commercial. Tumelipa gharama kufika hapa. Exactly. Nashukua hiyo mashida yako najiekelea. Sasa vita zako za kiroho ni mimi nitazipigana sasa. Sura bana kama hata pale unakuzia uoga. Kuna watu wako kwa business. Unaona wanachukua maji, anachota maji anakuambia hii nimeichota Jordan. Wanaenda wanakuja nazo. Kuna pastor best yangu aliniambia kuna time alikuwa amenena huko Israel. Akaambiwa na beshte yake nikujie na maji ya nini River Jordan. Lakini si unajua Jordan ndio ilikuwa na maji chafu zaidi. Sasa ati si wanataka sijui ile mara 7 uoge. Na si maji hata unafaa kugusa kwa sababu hata Nama alikuwa imeikataa. True. So hiyo maji ya Jordan kwanza si safi. Si maji hata unataka kupewa free. Sasa hapa wanauziwa hiyo maji. Wanauziwa vitambaa. Kitambaa machungwa pale unasema hii ni machungwa. Hii ni ile vitambaa story hapa. Machungwa. Kuna machungwa pia inauzwa. Mtu anachota matunda. Sasa sijui hata unaiconnect aje ndio ingie pesa. Si ni biashara tu. Ni business. Si ndio? Na vitambaa unaambiwa hizi ni zile za poa, alikuwa anapeana mantles, zinaenda zinaponya watu. Lakini Paulo hakuuza vitambaa. Alipeana vitambaa free watu wanaona. Wewe unauza. Kwa hivyo ni business. Na hao watu ndio wamechafua injili sana. Very true. Injili imekuwa sasa haina impact kwa sababu ya hizo vitu. Lakini we are bringing the right gospel. Amen. Tunataka imani injili si complicated. Ni kweli. Utasikia wamecomplicate injili sana, wamefanya iwe ngumu, lazima uvunje madhabahu 7. Madhabahu moja 6,000, 7,000 weka tutuvunjie madhabahu. Ni kweli. Madhabahu ilitoka wapi? Unaambiwa usome hadithi ya Gideon. Maana tuone Yesu akivunja madhabahu. Alikuja na akasema hiyo urahisi wake ndio akina Peter walichukua na akina Petro na ndio walitupitishia. Kwa hivyo sisi tunafaa kuhubiri doctrine ya Yesu ambayo inaonyeshwa vile akina mitume walihubiri. Tunafaa kuchukulia hapo. So hii gospel nyingine imechafuliwa hivyo na wahubiri kurara na watu bwana. Sasa kwanza hapo acha nikwambie. Hapo na kuombewa na candles, unaikiwa mishumaa hapa unazungukwa. Wengine nilisikia ndio wanachinja mbuzi. Wanachinja mbuzi kanisani. Kuna mwingine nilisikia ati yeye anazikanga mbuzi kama 3. Na kuzika chini ya madhabahu wanaweka mbuzi ama ikiwa hai. Hata ikikufa hapo ikianza kuoza, ikiwa na the more iko na vigunyo mingi, ndivyo utakuwa na watu wengi kanisani. Inakuwa madhabahuni. Sasa hata kukanyanga madhabahu ya watu unaogopa sana. Lakini kuna ukweli ambayo haijasemwa. Na ndio sasa tumekuja hapa kuelimisha watu ya kwamba utawajua kwa njia hii. They are all fake na wanaishi maisha ya lifestyle kubwa na wanataka watu wote waingie kwa hiyo umbrellas. Sasa wewe ulikuwa unapushiwa uingie hapo. Mimi nilikuwa napewa hizo pesa ndio niingie kwa umbrella. Maana ningekubali sasa ningekutana na hao watu. So sikuwa nimefika hapo maana nilikataa mapema. Lakini wanataka uingie kwa umbrella bodies. Wanataka kama sasa kuna mhubiri nienda kuona akakataa kuniona na akaniambia kama muenda umwambie kama nataka tuonane, aniambie kama nataka ni kuingia kwa umbrella body. Ndio mpe branch. Niliacha pesa yangu hapo nilikosea maana niliacha. Na ni wahubiri wakubwa business wako town. Nikakaa hapo masaa 2 3 nikingoja kuja niombe wakati huo sina chachi na teseka na umia. Naomba Mungu aniombee, mtu aniombee tu niende niweze kuhubiri. Alisema kama unataka branch useme. Nikamwambia nilikuwa nimekuja tu acha pesa wewe bishop atakupigia. Mimi mpaka leo sijawahi ona na hajanipea na hajaniongelesha tena.
kwa sababu nilikataa kuwa chini yake. So vita hizo nimepitia hivyo ni kwa sababu ya kukataa vile wanataka. Wanataka uhubiri njia fulani na useme wewe ni mtoto wa nani, umezaliwa na nani kiroho. As much as hiyo ni mzuri, inatumika vibaya kwa sababu unataka watu wa subscribe kwa ile system. Yeah, zinakumbuka story ya Saul na David. Yeah, David anaulizwa wewe ni mtoto wa nani? Akasema ni wa Jesse, wakasikia wamjui na anataka kuinuka hivi. Saul akamtaka kumuua mara mbili. Akiwa na mkuki akapiga siku moja, ilipiga ukuta ikaingia. Tunaposoma tunajua ukuta ni system. Yeah, kwa hivyo Saul alitaka David aingie kwa system yake. Anataka kumpiga mara mbili akaevade. Vita ikakuwa kubwa, akataka kumuua lakini hakumuua. Wahubiri wa ukweli hawatakufa. Amen. Na wahubiri wa ukweli wako. Amen. Mungu alimwambia Elijah, niko na wengine 7,000. 7,000 awanja inamia bahari ya manabii wa ukweli ambao hata huwajui. So wahubiri wako, na tutaendelea kuongea hii injili, na mahali tumefika kama mimi nimefika, mimi sitaki kucompromise gospel. Nataka nihubiri vile Biblia inasema. Haitanipea vitu mingi zile watu hawa wako nazo, lakini nitapata uzima wa milele. Yes. Amen, amen. Thank you so much for your testimony. Yes. Na maandiko inatuambia vita tunazopigana si za kimwili. Yeah. Ni vita za kiroho. Yes. Kwa hivyo na hakuna kitu inakuanga more impact kama vita ya kiroho. Exactly. Kwa sababu kama sasa venye umesema kubomolewa kanisa, kuchomewa, hiyo ni kitu ina impact ministry yako sana. And what I'll tell you that you have something great in you. Yes. Na kuna time fulani tulikuwa tunaongea na mwalimu fulani anakujanga huko akaniambia ukisoma kitabu cha Daniel, yes, kuna venye Daniel alikuwa ameonyeshwa venye hizi ufalme zinakuja. Exactly. Akaniambia saa hizi tuko ufalme wa mwisho. Yes. Na already ni kuisha inaisha. Exactly. Kwa pale kwa vidole. Wow. Na vidole, yes, it is true. Umejua? Na hii ikiisha, sasa ile ufalme inakuja ni ufalme wa Mungu. Na ndio tunaita revival. Exactly. Whereby sasa kaa ni kuhubiri, utakuwa unahubiri. Yes. Hao watu watakuwa na kusikia. Exactly. Wanapotea. Exactly. Kwa sababu I think sasa time yao ilikuwa hiyo. Time yao saizi imeisha. 2020 Saimo, sorry kukukata. 2020 Mungu aliniambia nianze kuombea revival ile inakuja. Na tukaanza maombi ya kufunga na kuomba wakati wa COVID. And kutoka 2020 mpaka 2024 nilikuwa naombea hiyo, na watu wangu wote tuliwaeka kwenye maombi ya kuombea revival. Mungu aliniambia kuna revival kubwa inakuja. Amen. Na I have made you an agent of revival. Hivyo ndivyo Mungu aliniambia. Na Mungu anataka kunitumia kwa njia ya revival. Amen. Revival hii inapokuja ni ukweli na ni unabii ya kwamba wale hawatakuwa watakuwa Mungu hii revival itawaondoa kabisa. Kweli kabisa. Maana wameanza sasa kusema revival si nguvu za Mungu, revival ni reformation. Revival ni transformation. Revival ni sijui anasema it is not a manifestation ya nguvu za Mungu. Ni Mungu kubariki mashamba, Mungu kufanya sijui nini, industry kuinuka. As much as that is revival tunajua revival ya kwanza ni watu ambao walikuwa wamefungwa na shetani kuachiliwa. Na washaanza kuachiliwa. Wameanza kuachiliwa. Watu wengi wenye hata walikuwa wanaenda kwa hizo makanisa wameanza kufunguka macho. Exactly. Sasa wakifunguka macho, Mungu atatutumia sisi waleta kwa kingdom. Exactly. So usijali kwa yale yote yamepita, kuchomewa kanisa, kufanya nini. Amen. The best thing hawatachukua ile kitu yenye iko ndani yao. Walishindwa na wameshindwa kabisa. Na juu likataa pale kuchukua ile pesa. Sijui kama unaweza kumbuka ile story ya Esau na Jacob. Venye Esau alibadilisha ufalme wake juu ya chakula. Aliuza urithi. Urithi wake. Na bakuli ya chakula. Sasa wewe ukuuza urithi wako. Amen. So you still have that in kingdom. Yes. Na the power of God. The power of God. Yes. Na kuna kitu moja maandiko inasema, naweza itaja na Kikuyu ati mundu ageguneka naki agegwatira thĩ yothe. Binadamu anaweza saidika na nini? Akipokea ulimwengu mzima na apoteze uzima wa milele. Sasa unaweza poteza ulimwengu lakini una uzima. Sasa sisi tuko na uzima wa milele. Amen. Hatutembei na maflashy cars, but we have kingdom within us. Exactly. Ufalme wa Mungu na tawala ndani yetu. Amen. Hey mhubiri. Amen. Amen. Hallelujah.
So Yes. I believe that something big is going to happen. Amen. Kutoka kwetu sisi. Exactly. Na Mungu atatutumia. Exactly. Mungu atakutumia. Amen. Njia kubwa. Amen. Na wale waliofanya hivyo si watateseka tu, watateseka kwa sababu already tukiongea na wewe saa hii Saimo, mimi nisharudishwa na Mungu tena kwa huduma. Amen. Na Mungu aliniambia wakati huo umepeana kanisa, umeachilia kanisa, utavuna kanisa. Another thing ni kuambia walichoma kanisa ya watu 10,000 ama 5,000. Saizi unahubiria mamilioni za watu. Oh yes. Amen. Amen. So, amen. Ile nilikuwa naambia mtumishi wa Mungu mwenye ako hapa kitu moja. Labda unaweza ona kasa hizi labda hakuna kitu unafanya. Yes. Labda unapeana tu testimony. Yes. But let me tell you something. Hii testimony yenye unapeana inaweza tu kuwa na impact kwa watu wawili ama watatu. Yes. Na hakuna kitu inakuanga muhimu kwa Mungu kama hiyo. Jota kwa maandiko tunasoma ati Yesu aliacha wale 99. Akaenda kuleta mmoja. Exactly. Sio kama hii inaweza leta mtu mmoja tu. Ukileta tu mmoja kwa kingdom ametosha, ni zaidi ya mamilioni ya mapesa hizo. Si ndio? Ni kweli, it is true. So one. Very true. So we are here for the kingdom of God. Amen. Na tutaendelea kuambia watu ukweli. Yes. Na tutajua Mungu atatransform mioyo ya watu wengi. Na wenye mnasikiza hizi injili zenye tunaongea, I think part 2 sasa tutaingia deeper. Ndio tuweze kujua wale manabii wa ukweli, wale wenye wanatumia wananunuliwa na hizo pesa na wamefungua makanisa kupitia hizo pesa, lakini wamefungua na jina ya Mungu. Ndio wao wanawauzia maji, vitambaa, machungwa na wanawauzia miracles. Fake miracles. Fake miracles. Very true. Na tuta explain pia utajuaje muujiza wa ukweli. Ukweli kabisa. Muujiza wa ukweli na uongo ziko kama mbingu na dunia, unaweza ijua tu kabisa. So next episode tutakuja kwa hapo. For now I think tutaachia hapo. Na kama uko hapo unaweza taka kuongeleshana na mtumishi wa Mungu, atapeana namba yake ya simu. That was a very powerful testimony na inatufungua macho sana. So thank you so much, man of God. Amen. God bless you so much. Amen. Na akupanulie mipaka. Amen. Mahali anaweza taka ufike, kusikue na kitu inaweza kuzuilia. Amen. Kwa sababu venye ulizaliwa, so umeniambia ulizaliwa kwenye watu wakaokoka. Exactly. So you have something in you. Mahali Mungu anatakanga ufike na akufikishe hapo. Amen. Na kuanzia saa hizi kusikue na kitu ya kukufungilia. Amen. Jesus name. Amen. So wape namba yako ya simu. Kama kuna mtu anaweza taka kuongea na wewe, labda muombe na yeye, labda mfanye ministry na yeye. Najua uko free kufanya hivyo. So I'm free. Asante, peana namba ya simu. Thank you so much. Kama vile nimewaambia, mimi naitwa Apostle Frank M. na undumu kanisa inaitwa Powerhouse Impact Church. Tuko pale Zimmerman Canopy nyuma ya Power Star Supermarket. Utaona kanisa letu pale. Tumepata kanisa nzuri pale, iko na utaona pande ya mbele iko na vioo na imeandikwa jina vizuri, Powerhouse Impact Church pale Zimmerman. Na kama ungetaka kuzungumza na sisi, we are free. Hatuuzi maji na hatuuzi vivagio na hatuuzi vitambaa. Utakuja, tutakupea Yesu ambaye tuko na yeye. Ukikuja kwetu kama expecting kupokea Yesu na nguvu zake zile ambazo tunafanya nazo. Na tuko pale kwa YouTube, unaweza angalia PBN TV kwa YouTube, na Facebook tuko pale kama Apostle Frank page, Instagram, TikTok, kila mahali ni Apostle Frank ama Pastor Frank. Ukiangalia utaona picha yangu pale. Na kama unataka kuongea na sisi, namba ni ile nitakupatia ya kuongea na sisi ni 0741 160 754. 0741 160 754. Hiyo ndio namba unaweza nifikia nayo, na ukipiga hiyo kila wakati ukisikia sinjapokea, andika ujumbe, ingia kwa WhatsApp, tuandikie pale. Haitaenda sana kama sinja reply ama secretary wetu anja kureply, na tutakuwa tu free kukua na ushirika mzuri na wewe. Amen. God bless you. I love you. Na Mungu awaponye kila kitu kinawasumbua. Tunaachilia uponyaji wa Mungu kwenye channel hii ya Saimo K. Mungu akutane na hoja zako zote. Kama wewe ni mgonjwa kila mahali kwa mwili wako, tunaomba uponyaji katika jina la Yesu Kristo. May the Lord heal you permanently katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. God bless you so much. Tunawapenda sana. Asante. Amen.
Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya mara ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti, na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake mucii waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartment irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wike uguo haha tigute ona hanini. Roreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndina cio ni ati cikomeire barabara ino ni barabara murona haha uguciha barabara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucii wa guikara mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku ngiuka ndona bengi ta KCB, Equity Bank, ndona Cooperative, ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ni cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na mbeno ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenye uria tungiaria. Broti ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau. Mwe karibu sana hura na mbeo ya thimu 0724 33 3313. Karibuni sana. Ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti ndina cio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road the main road o kilomita 1 tu uguo kuma Gitengera town ti handu hanene uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku aikoni wendaga gwaka handu ta mucii handu hega handu ngiceto family yaku handu ngikara wega ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronie ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafengi gutire fengi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthie kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Broti ici ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa ira ikuria ni mikawa miega ungithiaga ma gardens ungithiaga ukahorera na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari ni njui ni uku nyumba icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba ino ya thimu 0724 333313 0724 333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku handu ungiceto family yaku. Gitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana.